milele na milele. Kwa shangwe na kusifu ewe Bwana milele, na kusifu kwa shangwe na kusifu milele na milele. Anyway, in that was you claim a tamba. I don't know. I have very via Tiangonda Rakora sound check Munoga. Pastor Kama, Pwaneso Pewa Sifa. No, you wait, Pastor Kama. Amina. Amen, amen. Nothing in Mitambo Yang Akire Shoro Linse, Baboru was very commenting Akuna Sauti. Kurutu nei wete na sana. No nothing one ya chile. Pastor integrate what relega bugo. Go to already ngana in the next 5 minutes. Tamago chakesho yote ya lero. Nte to bwate liko musumbunya site. Tuso kuchano se pi. Tetala nyo kwa shangwe na African Melody Pandi. Tamago chanande to tegendere kama kawaida. Karibu sana kwenye show. Kwa shangwe na kusifu milele na milele. Kwa shangwe na kusifu milele na milele. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Nimeomba tena sio mara moja, kwa roho na kwa kweli, bali sijapata majibu yangu kuyaona. Adui shetani muongo asema ya kwamba Mwenyezi Mungu yeye hanijali, bali siwezi, sitomkubali. Ninayo hakikisho ya kwamba Mwenyezi Mungu ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali Bwana, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda,
ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Hey, ananijali, ananijali. Mama kwenye maji, ananipenda, yeye ni mwema. Ananijali, ananijali, sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Sitokubali kuzama kwenye maji. Ananipenda, yeye ni mwema. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe. Alright, wewe ndiwe mfalme mkuu. Wewe ndiwe, wewe ndiwe, wewe ndiwe mfalme mkuu. Okay, African Melody Band. I love them so much. By the way, I'm preparing Kobalete Studio Nandi Kabere. Abantu ya kabisa. I'll bring them back to the studio very soon. Tawaleta studio. Wangapi wanataka tuwalete studio very soon? African Melody Band. Nitawaleta hawa very soon. Anyway, Bwana Pastor, without any further ado, I would like to welcome you kwenye show. Karibu sana, and anybody who's watching us live on the direct from any side of Facebook and all of YouTube, get us live. We are here now. I want to give this opportunity to just say, Pastor, kama for the first 5 minutes, Mchungaji, you pray for us, you give us the word of God and open the show for us. Before tukua na mangana bila tatu tusome comment tukua nani tatara kile na senga mbu yamona singa jenero tuwele tekele igen kabisa kigima moso mbali bagane eri ago ntimuna nkobe kobeka sikini ga full nde backstage ndi mete microphone yane egero gendere. Karibu sana. Okay. Asante sana kwa kunipatia nafasi niongee na wale ambao wamenisikiza na wale ambao wananitazama katika TV yetu ya TV KC. Kwanza kabisa nataka tuombe ili tuweze kuzungumza juu ya maandiko. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nimekuja mbele yako mfalme wa amani. Baba, hona watazamaji wote ambao wanasikiza katika TV yetu, mfalme wa amani. Tutee katika maisha yetu, mfalme wa amani. Baba, hona tunapoingia katika maandiko yako, mfalme wa amani, ututie nguvu na tutie katika ile tunaweza kusikia Mungu wetu wa amani. Na hayo katika machache naomba katika jina la Yesu, naomba na kuamini. Amen. Siku ya leo kama unavyosikia inaitwa Brother Kama David kutoka South Mugirango Kiagwale. Na pia mimi ni mchungaji wa kanisa la Kristo. Nataka niende katika maandiko ya siku ya leo katika kitabu cha waraka wa Yohana ya kwanza mstari wa chapter 5 mstari wa 12. Nisome katika lugha ya Kiingereza kisha baadaye nitafsiri
kwa njia ya lugha ya Kiswahili. He had the Son had life, and had not the Son of the God had no life. Katika maandiko yatuambia kwamba hii kitabu waraka wa Yohana sura ya 5 inasema yule aliye na mwana ako na uzima wa milele, na yule asiye na mwana hana uzima wa milele. Sasa mtazamaji, unaposikia katika redio yetu ya Audio TV, au yule aliye na mwana ako na uzima wa milele, na yule ana na mwana ana uzima wa milele. Na haya maandiko ametutia moyo kwamba ni kweli ambayo tuchikite katika Injili ya Yesu Kristo, ili tuweze kujua hali ya ukweli ambayo maandiko amesema kwamba yule aliye na mwana huyo ndiye ako na uzima wa milele. Katika jioni ya mtazamaji, unaposikia mahali ulipo, unapolala, unapoamuka, muombe Mungu na ukae ndani yake ili uweze kuwa na huo mwana, na bali hauna mwana na una uzima wa milele. The Bible tells us that the Son had life and not life of Jesus Christ. Unapokuwa katika hali ya kukua katika kiroho na uchihizi kwamba wewe ni shujaa wa Yesu Kristo, ndio maana nimeleta hiyo kifungo, na hiyo kifungo tutie nguvu ili tuweze kujua hali ya Mungu. Na Mungu je, anasema aje? Aliye na mwana ako na uzima wa milele. Sasa wacha niombe na kisha baadaye nitoe namba yangu ya simu. Yule ambaye ataweza anipigia kwa ajili ya maombi, tutaweza nimhubiria, tutaweza omba pamoja. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mfalme wa amani, nimekuja tena katika, tumesoma maandiko, tumesikia kwamba yule hana na mwana ako na uzima wa milele, mfalme wa amani. Baba, hona wale ambao wako na ugonjwa, mfalme wa amani, katika wako walazo katika hospitali, mfalme wa amani, ili warejeshe waweze kuwa na uzima wa milele, mfalme wa amani. Baba, kaona familia yangu yote ambayo inatazama katika Audio TV live, na miweka mikononi mwako, mfalme wa amani. Baba, hona wale ambao wako Nairobi, kama Andrew Kamana, bibi yake ako mgonjwa, mfalme wa amani, unyosha mkono na umfanye operation ambao vita anaposikia ili aweze kuwa afya nzuri, mfalme wa amani. Nimeomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wangu. Amen. Namba yangu ya simu 07 48 02 16 80. Nirudia tena 07 48 02 16 80. Na Mungu aweze kubariki nyinyi nyote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Wa Mungu, thank you very much kwa kutuanzia na maombi tukiwa katika hiyo hali. Kabla tujaanza mjadala, nimeambiwa nisome Yohana hapa Yona, nimeambiwa nisome Yona. Samahani mtumishi wa Mungu, usiende tasamahani, usiondoke, kwa maana tutaanza mjadala in the next few minutes, baada ya mimi kuweza kusoma comment zenyu hapa na kuweza kufanya nini, kuwakaribisha kwenye show kama kawaida. Kuna hapa dada mkubwa ananiambia kwamba nisome kitabu cha Yona mlango wa kwanza 3 mpaka 8. Yona 1:3 mpaka 8. Maandiko inasema hivi: But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Then the mariners were afraid, and every man cried out to his God, and threw the cargo that was in the ship into the sea to threaten the Lord. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, had lain
down and was fast asleep. So the captain came to him and said to him, "What do you mean, sleeper? Arise, call on your God. Perhaps your God will consider us, so that we may not perish." Nasema, and they said to one another, come, let us cast lots, that we may know for who caused this trouble has come upon us. So they cast lots, and the Lord fell on Jonah. Then they said to him, "Please tell us, for whose cause is this trouble upon us? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you?" And that's the word of the Lord from dada mkubwa. Nimesoma maandiko, nimeambiwa sema amen and amen. Thank you very much guys. So without any further ado, nataka kukaribisha kwenye show kama kawaida, ukiwa unawakilisha rekodi yako mtu wangu. Nafasi hii nataka kuchukua nafasi ya kibinafsi kabisa nikukaribisha kwenye show tunapoanza katika 57 baada ya saa 4. So ikifika mwendo wa saa 5 kamili nitakuwa naanza na comment, kusoma comment kabisa, tuweze kuanza. Tukimaliza kusoma comment na achilia linki pale, watu wakuje kwenye nyumba, tuanze kufanya nini? Tuanze kufundishana. Tuko na mada ya siku hii ya leo. Pia mbali na mada, tuko na kitu inaitwa pata mchumba. Bado mimi nakumbuka wale watu ambao wako single, lakini mada kuu ya leo inasema kwamba mbona mtoto unachukia mzazi wako? Mzazi akakuzaa, akakulea vizuri kabisa, akakuweka ukakuwa mtu mzuri, akakulisha, akakufundisha, akajinyima, akanyeshewa, akatafuta school fees, at the end unakataa mzazi wako. Okay, hilo ndio swali kuu. Wengine wanapiga wazazi wao. Ni nini kinakufanya unachukia mzazi wako? Kuna kitu kingine, swali la pili, mbona unachukia in-laws? Aidha unaweza kuwa wewe ni mwanaume ama mwanamke, mali umeoleka, utaki kuheshimu huyo mama, mali umeoleka, unaona kama ni mtu yenye afai. Labda unaweza kuwa kunaambia kijana ambaye amekuwa, mamako ni mchawi, mamako ni mrogi, mamako ni mwizi, mamako ni fresh, kuna miguu mibaya, anaangalia kama paka. So why don't you just respect those people? Ikiwa ni mada kuu ya siku hii ya leo, tufundishane, tuelimishane moja kwa moja ndani ya nyumba. Ikiwa nawakilisha katika rekodi yangu mimi hapa kutoka sehemu za Kisii Town, inawakilisha vizuri sana. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu. Leo mvua imenyesha, ikanyesha, ikamwagika, mvua ikanyesha ili tupate chakula. Sasa hivi mboga pale kwa shamba zinanawiri tu, kunawiri tu vizuri sana, na pia maji hayajakosa pia, sababu kuna mvua ipo, ila tu mvua ikinanyesha watu waweze kujiweka mbali na baridi. Sawa sawa. Kitu kingine hapa nataka tufanye kitu kifuatacho. I want us to do like this. Kama umeingia kwenye show, tafadhali naomba ukaweze kushare link, like pale, unaweza like, unaweza share, and you can comment and come live if you are new, tuweze kufundishana. Mbona unapata mtu, imagine for example, I want to marry, I tell you I love you, na kuoa, okay, na kupeleka kwetu vizuri sana. Unapata mamangu, wazazi wangu, for the first 1 week you are the humble, unawapenda, unawaheshimu, wacha mwezi uishe, unasema sasa hata wewe ni mama. Yani unatusi wazazi wangu, labda mama mimi nachukia wazazi wako, na wana wafai, unaona ni wachafu, naona wako na sura mbaya. So I don't know, ama wewe mwenyewe mzazi mwenye amekuzaa, nini kinakufanya unachukia mzazi wako to an extent unampiga, unamfukuza kutoka kwako? Imagine even your mom, yani huwezi mruhusu utembea hata naye, ama mruhusu akaanza kukutembelea pale mahali ambapo unaishi ati okay, I don't know, sijui mbona. Anyway, kwenye nyumba karibu sana kwenye show. Nimesema kwamba naanza na comment sasa hivi, naanza na comment. Kuna mtu anaitwa Ruth Bosibori anasema high five. Ruth Bosibori ananiambia kwamba niko ndani, karibu sana kwenye nyumba Ruth Bosibori. Pia mimi nakuona Ruth Bosibori na basogeire, na sisi twagusogeire masoge maria. Martha Bonareri, niko ndani Martha, karibu sana kwenye nyumba. Na mtu mwingine kilimo kabisa, David akama Omwancha, hello brother, please tuma link. Nishatuma link pale tena, irudia tena, karibu sana. Kuna mtu anaitwa Bosibori ananiambia kwamba good night. Good night. Sasa ni mapema sana mtu wangu. Sasa ni mapema sana tukutuambia good night jamani. Ananiambia kwamba hakuna sauti, nilirekebisha. Hakuna sauti, nilirekebisha. Hakuna sauti, tulirekebisha. Lily Channel ananiambia kwamba watching live from Mombasa. Kunkuru Pro, how are you doing?
today. I'm doing well, my dear sister, really channel. Karibu sana, long time sijai kuona kwa show. Karibu sana kwenye show. Pastor kama mpaka tutaanza na wewe. Vincent Babu, mambo vipi deno? Poa sana mtu wangu, karibu sana Vini Atibabu. Tuko hapa jana, ulinipotea ghafla tu pinifu, lakini nashukuru sana pia leo nimeweza kukuona. Asante sana. Dada mkubwa, mambo Dennis Wairire Yona 1-3-8. Be blessed, always good for you. Watching live from the yard ndani sauti nzuri na wapata poa. Asante sana. Nilikuwa nimesoma hiyo kitabu ambayo ulikuwa umeshatupatia, ndio maana nimeingia kwenye comment hapa. Asante sana. Kuna mtu anaitwa dada mkubwa, niombee Papa Mungu, asante kwa nafasi. Hakuna kama wewe ujuae viumbe vyote, ufananishi na nini. Mungu saidia Kisii Hot TV, maana wewe ni Papa, saidia kila mmoja. Napokea sifa kwa jina la Yesu. Amen and amen. Dada mkubwa, nashukuru sana. Amen and amen. Kwa mtu anaitwa dada mkubwa anasema kwamba na salamu zangu my mom Kemto, my dad Ombati, Onami, my pepi Koskovian and Scovian, my sisters Evelyn, Roseline, Hailini, Lilian, abantu bose ba iranya bobasinyamachi bo machoge Kanyimbo Ikoba and my brothers. Karibu sana kwenye show. Dada mkubwa anasema kwamba amen for the word of the Lord of God, be blessed always. Kukurikuntu gaki hapa sina paypal. Oh, pole sana, pole sana. Anasema kwa pastor kama na kusalimia mtumizi wa Mungu, nabarikiwa sana kwa neno la Mungu, be blessed. Asante sana. Ninyi ni watu wangwana sana, nyinyi ni watu werefu sana na wapenda sana. I love you guys. Without nyinyi sasa hivi ningekuwa nishalala, sasa hivi singekuwa hapa ndani ya Kisii Hot, singekuwa kwenye studio, lakini kwa sababu ya ajili yenu ndio maana nimeweza kukaa hapa. Nashukuru sana Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii. Nashukuru sana pia nyinyi, Mungu akaze kuwasaidia kwa maana mmejitolea kabisa, umenunua data zako, credit yako, and you are watching us. May God bless you so much. You are amazing. You are mtu mzuri sana. Yani nakuvulia kwa vile like this one, but I want to welcome kwenye show kama kawaida. Usisahau pia, I always nakumbuka wale watu ambao uko single. Those guys who are single still, I remember you. I don't want to fail you on this day, on Thursday, TPT. And what do you remember today? Plus on what is, if you are single, come and mingle with somebody. Niambie kwamba niko single, I want to mingle with somebody. Nataka kumingle na mtu. Labda kuna mtu pale unajaribu tu kumwambia unampenda na imekuwa ngumu. Wewe niambie tu hapa kurutu nipigie huyo mtu simu, muniambie tu nampenda. We will just do that for you in case, yani kwa sababu yako. Sawa. Hiyo ni katika hali apate mchumba pia iko ndani. Lakini kwa wale ambao kuna wachumba ni mko sawa, mada ya siku ya kuu ni hii. Mbona mtoto unachukia mzazi wako? Mbona uchukie mzazi wako kwa sababu ipi? What makes you to hate your parents? What makes you to hate your in-laws? What makes you to hate them? Yani you get somebody, your mother, your parents, they suffered. They went through long. They suffered just to raise the school fees for you. And then they have educated you. You are somebody today. You are honored today, but you don't want to recognize your parents. Sometimes unachapa wazazi wako, sometimes uwapatie heshima. Ni nini kinakufanya tafadhali? Dominic Onderi Nyabuto. Kotea Atirili channel msamiwa na Dominic Onderi, the coming senator Kisii County. On to kutelete ama white, yendu kute weti ni coming senator. Can I see you from far distance? Thank you very much my brother. Yeye alisema kwamba hata kama atakuwa wa mwisho, hata atakuwa namba 30 of 30, one of one, lazima atasimama kiti cha senator Kisii County. Anaitwa Dominic Onderi Nyabuto. Asante sana mtu wangu kutoka Magena, Kisii County. Thank you very much bobasi ama bomachoge mpake pro. Karibu sana mtu wangu nakwambia. So I want us to discuss over this topic. What makes you to hate your parents? Ni nini kinakufanya unachukia mzazi wako? Unaona mzazi wako kama hafai. In-laws. Unaona msichana wa wenyewe anafika kwenyu anadharau mamako. Anakuambia mamako ni mchawi. Na wewe umeishi na mamako hii miaka yako kama uko na miaka 25. Kuongeza mpaka miezi ile ulikuwa ndani ya tumbo. Amekulea mpaka amekurisha, amekufundisha. And somebody mwenye meleta hapo siku 3 akwambia mamako ni mchawi. Sijui kama ulikuwa unafahamu mamako ni mchawi kutoka mara ya kwanza, ama mamako ni mbaya, ama mzazi wako ni wabaya. Sijui hilo, I don't know. Mbona wewe msichana mwalimu mzaliwa na wazazi wako, mume wako anakuambia kwamba wale wazazi wako mimi siwapendi. Kwanza mamako anaangalia kama paka, I don't like her. Na unasema
Yani nilikuwa nadhani mimi peke yangu nachukia mamangu, kumbe hata wewe, hata mimi sipendi mamangu. So what makes you to hate your parents? Wamekuvuta makamasi, wamekuvuta, wamekuosha, wamekung'arisha, elimu yote kabisa. Anyway, sitaki kukura maneno mingi. Saa 5 baada ya dakika 6 Afrika Mashariki, wote nipatie linki hapo tuweze kuingia kwenye show. Hii ni Kisi Hot TV, mimi hapa ni Kukurikuntu ninapowakilisha kwenye nyumba. So linki nimepatiana hapo, watu wakuja kwenye show, tuanze moja kwa moja, tuanze kushughulikia moja kwa moja na tuone tunafikia wapi, tutaelimishana hadi wapi. Kwa maana hapa ndio tupo, tuweze kufunza jamii, tuelimishe jamii na tuweze kufanya nini? Kuhamasisha jamii katika kiwango kingine. Usiogope kama wewe pia ni mgeni, usiogope kuingia kwenye show. Nakwambia kwamba show iko sawa, show inawakilisha kwa njia iliyo moto sawa kabisa. Usikae mbali kabisa. Usiogope kama wewe pia ni mgeni, usiweze kukaa mbali kwenye show. Naona kwa pale sound check yangu iko sawa. So ukiingia pale, if you are new, subscribe, ukisubscribe pia like pale. Kama ukilike, tafadhali mtu wangu share and invite more guests to come to the show. So hapa nimeshaachilia link, watu wakuje tuweze kujua kwamba what makes you to hate your, nini kinaweza fanya mtu anafanya nini. Hataki kuheshimu wazazi wake, unakataa wazazi wako, unataka kuwapatia heshima zako, yani unamwona kama mzazi wako hafai. Nini kinafika kinafanyanga watu tunachukia wazazi wetu? Nini kinafanyanga watu wataki kupenda wazazi? Na pia wale ambao mko single, pata mchumba iko hapa. Yani ile itakuwa ya kwanza. Ukiingia kwenye shule niambie kwamba mimi niko single, tuanze na hiyo, tutaanza na hiyo, tutakutafutie mtu, usiogope, lazima we must give you somebody, we must give you somebody, lazima tukupatie mtu, hatutaki watu wakoe single. Sawa sawa. So kama uko single, pia karibu kwenye show, lakini pia kama unataka mchumba, sema pia tuko na mada ya tunayozungumzia siku hii ya leo. Dada mkubwa anasema kwamba Kukurikuntu, wote niweke comment tusome sisi wote. Kukurikuntu gaki, mimi nasema hakuna siku tata gose mama naringaka, siwezi kumdharau. Mwenye anafanya afanye, shida ni zake. Napenda kujitoa example, mume wangu papa yake ni, ukatuachia hapo, sijui papa yake ni nini. Anyway, I hope kwamba everything's well, kila kitu kipo sawa, and I hope kwamba unatupata kwa njia iliyo safi. Tutapiga moja kwa moja hadi mwisho wa dahari hapa ndani ya nyumba, ndani ya Kisi Hot TV, ikiwa mimi ndio nawakilisha hapa. The only sura iko sura ya yenyewe, sura personal. Nyambito Dennis Kukurikuntu, ni mimi tu niko kwenye show, na najua kwamba tutashirikiana, tusaidiane kushiriki kwa pamoja. Asante sana. Nyinyi watu wangwana sana. Najua kama hiyo linki iko hapo, tutaweza kuingia kwenye show, tupige moja kwa moja baadaye, tuweze kuelimishana mambo mawili matatu, kwa maana hizi vitu ambazo tunaziona ni vitu zenye zipo zimekaa huku, and I want us tuweze kujua kwamba ni nini kinafanya mtu unaweza kuchukia mzazi wako. Unachukia mzazi kabisa, unasema kwamba yani imagine, hata kama si mzazi, you hate even you are, unachukia kwanza hata ndugu yako, umelala naye kitanda kimoja miaka na miaka, unamuelewa vizuri sana, but at the moment unafika tu unakosana, unamwambia kwamba I don't feel like having a brother like you. Kwa sababu gani? Hao wanawake, hao watoto wa Jezebeli, hao watoto wa Jezebeli, ama wanaume wa kina nani wa Farao, wanafanya wewe kabisa na unapoteza imani na ndugu zako. So hizo ni 9, 10, 18 tunaenda kushikia katika siku hii ya leo, and I hope kwamba tutashikiana wote kwa pamoja. Na kama wewe ni mgeni, tafadhali pale subscribe and share our link, share that link, invite more guests, tukaweza kufundishana, tuweze kuelimishana. Na usiogope kuingia kwenye show, utuambie mawili matatu. Sijui mbona taa yangu imezima hapa, sijui mbona taa yangu imezima hapa, but I hope everything is going to be well and good in the next few minutes. Nikiona kama nimeingia kwenye giza, sijui kama anaweza ita mtu anisaidie hapa, nisaidie kuhakikisha taa, alafu kisha baadaye tunapoendelea kupiga show moja kwa moja, tuone kwamba tunafikia wapi hadi dahari. So mtu anisaidie kuhakikisha taa hapa. Producer, kama unanipata, tafadhali nisaidie kuhakikisha taa hapa, teme nipeleka kwa side nyingine huko. Anyway, kama umefika, nishaachilia linki pale. Nishaachilia linki pale, tuone kwamba hali inaendelea vipi. So sijui kwamba wacha naendelea kushughulikia hii taa, nitakuwa very soon sitakuwa giza. In the next few minutes nitakuwa ninaonekana vizuri sana. So tuweze kujua kwamba ni nini kinafanya mtu
unachukia wazazi wako, hata hutaki kuwaona. Mtu anakuambia kwamba mzazi wako ni mchawi, na mzee lelewa na yeye, na pia unakuambia kwamba ni mchawi na wewe unakubali. Okay. Yes, thank you very much. Najua kwamba tuende kushiki moja kwa moja. Producer niongezee tu kidogo, bifike kama 50 hapo tu hivi. 50 hapo tu hivi itakuwa sawa. Ikifika 50 right, ikifika 50 hapo itakuwa sawa. Thank you very much. Kiongeza imefika 50. Yes, ongeza vike tu aite hapo, naona kama ni kugizagiza, ama niende pale niongezee kwa kamera right kidogo. Kwa kamera right kidogo itakuwa iko sawa, iko sawa. Nakwambia kwamba tunashughulikia, ongeza tu, nitakwambia kwamba ikiwa sawa, ikiwa sawa nakwambia kwamba ongeza tena, ongeza hapo hapo hapo, shikilia hapo hapo. Thank you very much. Naona kwamba hapa Saudi is so, and now naonekana vizuri sana. Thank you very much kwa kazi nzuri producer, umenisaidia hapa. Anyway, na hata kupiga moja kwa moja tujue kwamba ni nini kinafanya mtu una hate wazazi wako. You hate your parents, you hate your in-laws, you don't want to see your in-laws. Unaona tu unawachukia tu, you don't, yani uwafeel. Yani unaambia mtu huyu mama yako huyu, yani simfeel pi, yani damu yangu haifeel mama yako. Yani mtu anakuambia unaona, yani mimi damu yangu haifeel mama yako kabisa, pi nakwambia damu yangu mama yako yani simfeel yani okay. Okay, anyway, hiyo yote 9:10:30 ni kitu ambacho tunaenda kushiriki kwenye mjadala wetu wa siku hii ya leo, and I hope utashiriki moja kwa moja na tukaweze kufanya nini, tukaweze tukusaidiana mambo mawili matatu, tuone kwamba tunafikia wapi. So in the next few minutes narejea hapa hapo, shikilia hapo. I'm coming in the next few minutes. Tukaweze kuendelea nishughulikie kitu hapa kidogo, na rejea tukaweze kusonga mbele kwa pamoja. Dada mkubwa nakuwa na pale. Thank you very much. Wewe ndiwe Mfalme mkuu, wewe ndiwe Mfalme mkuu. Nilikuwa nimekosa tumaini maishani, lakini Yesu akaniokoa. Nilikuwa nianguke, nipotee, lakini Yesu akaniokoa. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Wema wako Bwana hauna kipimo. Pigwa na butwa, nimeshanga, nimezubaa. Nguvu zako Bwana hazina kipimo. Wewe ndiwe Mfalme mkuu, wewe ndiwe Mfalme mkuu. Anyway, nilikuwa nashughulikia kitu hapa. I'm back. Nilikuwa nashughulikia kitu, nimerejea. Vrisha 098 Okemwa. Hi friends, niko ndani, karibu sana. So anyway, naona pale comment yako my dear sister, dada mkubwa ananiambia kwamba papa yake ni alinikataa. Papa yake alinikataa. Papa yake alikuwa mwenda wazimu, lakini sikumdharau. Nilijipeleka kama papa yake aliyenizaa. Tukakaa na yeye miaka 10. Anakutusi mpaka unashangaa. Vile niko hapa Saudia nikaambiwa amekufa, sina raha. Pole sana Father Niro. Lakini kuna swali hapa. Pitini our in-laws ni nani na sisi ambao tunaenda kwa in-laws? Ni nani anafanya mwingine anakosea mwingine? Ni nani anafanya mwingine anajamia mwingine? Mbona
unachukia mzazi wako? I want to know. Ama si wewe, kuna mtu pale unaona unapiga mzazi wake, unacharaza mzazi wako, unampiga kumpiga ile nayo unataka kumpatia amani. Nini kinafanya mtu unachapa mzazi wako, unataka kumpatia heshima zake, umuone kama mzazi, humuoni kama mzazi, humuoni kama mzazi. What makes that to happen? Ni nini kinafanya mtu unakataa mzazi, hata kama si mzazi wako real? Inaweza kuwa ni step mother, inaweza kuwa ni step what and whatever. Ni nini kinafanya mtu unakataa mzazi wako? Nataka kuuliza, ni nini kinafanya mtu unakataa mzazi wako? Tuliko muamaskani, tuliko muamurembe, yani ni matusi tu. Mtu anaanza kuambia mzazi wako, kwa mfano tuseme mimi nimeoa bibi yangu ananiambia, "Hey, I hate your mom. I hate your dad." Anakuambia mamako ni mchawi. Ama wewe, mbona wewe mama, mbona huwezi penda inilo mwenye umeletewa? Ama wewe papa, unamwambia I don't feel like. Mwingine anakuambia, kijana wangu, uliangalia wapi kilete mwanamke hapa kwetu? Huyu mwanamke anaangalia kama paka. Yote 9:30 tuliko kwenye nyumba. Want to learn. Mama the mama. Yes, how are you? I'm fine. Unajua ni mbwa tomo nguso hata ukiparisha jina tu hivi, najua ni mama the mama. Ala ndio nimeshangaa umenijuaje? How are you doing? I'm fine. What about you? I'm doing well. Yes, I'm doing well. Nimefika huko. Nikumeta nije na rege number 1 gose kwanyo ne shona ngikwa. Rero nacha aroni ningia rita acha igora kinwe ngana pasta yo chikora tukwaneri ngana rio monene rira ratotore chinko. Yes. Okay. Ekwala kubori nkiye kogera abantu bakwanga bayiguri babo. Tokora sugire n'abantu masuge mari atwakomishire mete weekend mantane gokorora. Nane no muryango tore ngana nabugira ngo mwisho kirigo bano njengo tomuba kukwani abantu tete ko bakwani mwensi tubare studio bali bare comment section akina abantu bane ba naye bono Dennis akina kaka abantu ba Desmo World babodani yonde bonsipi ko bakwani bonsipi kero monto olio manyete anybody olio ko na majini wale ko ziten faterbo na mukwani. Yes. So karibu. Inaikera ko goteba nkiye kogera abantu bakwanga abana aba bayigori babo. Ama inilo. Betango biyangereza rengi. Okay, nataka tuongee Kiswahili tu kwa sababu ya wengine akina chero kigusina mate na mafuta. Yani I mean this, kuna watu napata, kwa mfano mimi mzazi wangu amenilea, ikifika mahali namchukia, naanza kumchapa, naona si mzazi, ama nikiwa bibi yangu ananiambia mamako ni mchawi. Mimi mwenyewe najua very sure nimekaa na mamangu si mchawi, lakini ile tu hawajapendana, damu jengiana. Mtu anakuambia mamako anaangalia kama paka. Ama mtu anakuambia yule papako simpendi, yani damu yangu I'm feel. Unapata kwa sasa mtoto anachukia babake mzazi. You hate your parents. Nini kinasababisha mtu anachukia wazazi wake? Ndio wamekulea, wamekulisha. Sometimes mwingine anachapa mzazi. Kwa mfano jana nimekuwa sehemu nyingine pale Sunika. Mama alisema kwamba analala kwa msitu kwa sababu watoto wake wanamchapa. Mama mzee ako almost 70 years. Analala kwa msitu. Hakuna nyumba lakini kwa msitu. Because of what? Watoto wanamchapa. Karibu sana. Okay, the relationship. Ndio kwa nataka kuongelea hii mambo ya relationship na hiyo sasa. Yes. Let me tell you Dennis. Sana hii mambo ya kutoka kwa mwanamke umeoa kuja kwenu. Okay, ukiona amefunga mic,
Kwa hivyo ni kumaanisha anafanya kitu ako na sisi hapa. That's the topic we have tonight. Yes. As for me, let me tell you something, Dennis. When you get married or when you are dating, that's the first thing you would like to know, how this huyu mwanamke anapenda wazazi wake. Anapenda wazazi wake. How does she talk about her family? Because unaweza pata ukisikia mwanamke akisema I hate my dad, I hate my mother, I hate my brother. Let me tell you, huyo si mwanamke wa kuleta kwa boma yenu, because she will never accept your parents, she will never accept your brothers and sisters. Okay, na amefunga mic. Mimi namuelewa. Mama de mama. Dada mkubwa kiinganyete nikingoja akuje. Unajua kukurikundu kuna mtu kama amjui Mungu utamchapa sana. Kuna wasumbufu hata wewe Dennis utamcharaza. Yes. So sana hii sasa huyo mtu unafaa kujua mtu ana communicate wakati mna date, anaongea aje kuhusu familia yake. Anapenda mama yake, anapenda nini familia yake, muso wa nini au wazazi. Unajua hakuna mtu anataka aoe mtu mwenye anaenda kuchukia mama yake. Then sasa unajua mama ama baba, those are respected people. Unaona, you always enda kuleta outsider because of love. Unajua it's because of love umeanza kuleta mtu kutoka nje, ameanza kuwadharau ama kuwaunganisha. So be very careful kuwaletea. Unajua mwanamke unaweza oa mwanamke mwingine, unaweza pata mwingine, lakini mzazi huwezi pata mwingine. Unanielewa? So wanawake kama hawa utawajua mapema on dating. Utawajua mapema. So that ndio ukiamua kama mtu mwenye anapenda wazazi, anaongea aje kuhusu wazazi wake, background yake anaiongea aje. But huyu mtu akusema I hate my father, I hate my mother, yule brother yangu namchukia, sijui kwa huyo kimbia. Atakuunganisha na familia yako, utaanza kuchapa mama yako, utaanza kuchapa baba yako. Watu wengine wanaume sana they are too much. Unanielewa? Wako too much sana, they don't focus. Yani wamekunywa mihadarati mpaka imewaharibu kitu. Unaona anachapa mzazi. Wanawake mzazi kuanza kuona wanaume mapema, akichapa mapema ndio sasa unaanza kuchukia mzazi, au unajua unamchukia kutoka chini, au unajua anakurekebisha. Sasa unapata ile hatred inaendelea kugrow. Alafu ikigrow upande umepata mtoto, sasa hiyo hatred ndio itaendelea kabisa. Hebu nirudi. Okay, anajua kwamba atarudi. Ukiona mfunga mic atarudi, akikuja ataendelea. Senator Gati. Acha niwasalimie. Nimesalimika. Endelea my dear. Umepotea? Niko. Yaani karibu, nafasi ni yako. Nikingoja Jennifer. Nasikia echo. Topic ni gani? Iko bado? Nifafanulie. Iko sawa sasa? Mimi najisikia. Wote nifunge mic yako endelea. Kwanza niambie topic ni gani ndio nini? Nifafanulie, sijaelewa. Nimeona sijui nini nafanya wazazi kukataa. Niambie topic alafu ufunge mic. Okay. Leo tunazungumzia mada hii ya kwanza. Mada ya kwanza tunaongelea kuhusu wale watu ambao wako single wanataka kupata people, nafasi iko. Main kabisa wale wako na people, wako persons, wako singular. Mada ni hii. Ni nini kinafanya mtu unapata unachukia mzazi wako mwenye amekuzaa kama wewe Gati? You hate your parents. You hate a lot. Yaani mtu anakuambia
mamako ndio. Yeah. Nani alimwambia akuje? I don't feel like to hear that woman. Sitaki kufikiria mwanamke akikuja kwangu. Nayo ni mamako. Yeah? Ama mama ni babako. Ama labda unaweza kuambia watu, oh you know, nikiona mamangu, yani damu yangu ifiri poa, sitaki kumuona. Ama mtu anakuambia, mamako anaangalia kama paka. Kumbe na wewe unajua, hata mimi nilikuwa najua mamangu anaangalia kama paka. Ni mimi peke yangu. You hate your parents, unamwachukia. Kwa mfano, unaenda pale kwenyu, ndugu yako ameoa pipi. Ameoa pipi yake. Anaanza kuambia ndugu yako, mama yako ni mchawi. Ama wao wanaanza kuambia mama vijana wa mwingine, mama yako ni mchawi. Okay, mbona pia hatuwezi heshimu in-laws? Mother-in-law, mali umeoleka. Unamuona unasema, mama yako ni mchafu, mimi simpendi. Sasa kula chakula chake, hajui kupika. Nataka tupike kwetu. Naambia husband wako hivyo. Naambia, yeah. Sasa ni mamako. I wish angekuwa mamangu, angekuwa mother-in-law. So, vitu kama hizo. What makes you to hate your in-laws or to hate your parents? Karibu sana, nafasi kwako. Mimi ningependa kusema no matter what, before niseme reasons zenye najua, zenye na feelings zenye zinaweza fanya mtu achukie mzazi wake ama in-laws. Moja ni ubaguzi. Unapata wewe wanakubagua. Hawaikuinclude kwa nini mipango zao ama vitu zao zenye wanafanya wakubagui, ama mtu wakinunua vitu hapo wewe upewi. Unaona? Ubaguzi ndio nini ya kwanza. Alafu kitu ingine ni kwa hiyo ubaguzi unapata wewe wanakuchukia. Unajua? Chuki pia, mtu akikuchukia hata wewe unaweza kuwa forced kumchukia pia. Kwa sababu unasema sasa huyu kama ananichukia, kwa nini mimi nimpende? Kwa nini mimi nijipendekeze? Kama ananichukia acha nimchukie. Wacha katambe, unasema wacha katambe. Sasa kama ni chuki tuchukiane sisi wote. Alafu kitu ingine, kama mtu alikuwa neglected, yani tuseme uli grow bila mzazi. Unajua mzazi wako ako hai lakini ako mahali fulani, hataki kushughulikia, hataki kujua maisha yako venye iko. Unaona? So una feel kama ako ananitaka kwa maisha yangu, mbona mimi nimtake kwa maisha yangu sasa? Kama nime grow kwa hii maisha, nime grow kwa ugumu. Tuseme kama umepitia magumu, ukisikia mzazi wako ako mahali fulani na alikuachilia, unasema hakuna haja. Unaona? So alafu kitu kingine yenye nasema inaweza kufanya mtu uchukie ni mzazi wako. Nimesema chuki, nikasema ubaguzi, nikasema kuwa neglected. Alafu kitu ingine yenye naweza sema inaweza fanya uchukie mzazi wako. Sijui mbona nasahau. Usisahau gati. Sene. Ukiongea usiangalie tena kitu kingine. Mimi nakuangalia kitu kingine hapa, imenitupisha focus. So mimi kitu nataka kusema in that mtu unaweza kuwa na mingi, reasons mingi za kuchukia watu ama kubagua. Lakini at the end of the day, mimi kitu tu ningependa kuambia mtu blood, damu ni damu. Sasa damu ni mzito kuliko maji. So hata ukimchukia bado damu hiyo ni damu yako. Ama tuseme kama mimi, ama hata kama ni mother in law, hata ukimchukia still uko kwake. Na lazima utaishi hapo ndio utazaa watoto wajukuu. So hii mambo ya kusema ati sijui useme umeweka chuki sio mzuri. At least wewe jaribu kuweka unaweza kuwa na reasons. Kitu kingine hapo kwa roho inakuambia hii hapana, sitaki kurudi nyuma, sitaki kusameheana na hao watu, sijui nini. Lakini kitu nataka kusema tu consider, useme tu vitu zingine, unasema wacha tu ipite, unasema wacha nijifanye mjinga, wacha tu niache maneno mingi. For the choose peace.
Unasema wacha tu tutengeneze uhusiano mzuri, hata kama yes mengi yametendeka ama watu walikufanyia vibaya, choose tu nini useme wacha tu nisahau hii maneno tikantuberera mang'ana ega ntiko mrembo utoke. Yani hata kama mzazi wako atafanya nini, mbona Ni mzazi wako sasa. mbona unamchapa, mbona uchape mzazi uwete hiso usenya kwa kumuita akijana. Nene mama mwingine huruma akona 90 years 70 years sorry, aliniambia anakunywa pombe alewe ndiende kulala ndani ya msitu. Akikunywa akilewa atalala kama amelewa, akili hapa ifanyi kazi. Kwa nini watoto vijana wako wanamchapa mama mzazi? Unapiga mamako mzazi Hiyo nayo kupiga mzazi ni kitu mbaya sana. Eti muuma haufai kupiga mzazi hata kama anafanya nini. Hata kama unamuona haufai kumuinulia mkono kwa sababu yeye ndiye amekuzaa. So kuchapa nayo hapana. Hiyo sasa ni mbaya kabisa. Na swali lingine liko hapa nikuulize kabla atuchapisha Kemto, ndio tena nirudi kwako. Dadabe Kemkubwa anasema wote niseme kwanza. Dadabe Mkubwa anasema niseme kuna wazazi wazuri na wabaya, kuna watoto wazuri na wabaya. Sasa kama wakunywa pombe anaingia nyumba ya mtoto wake hata anakochoa kwa kitanda, sasa huyu mtu atafanya aje? Swali mama ama papa wengine some in-laws wako na tabia mbaya sana. I can attest to this, like from my dad's side they are married but still want to control the kwao. So who does that? Ukiolewa chunga kwako, vitu zingine zimepitwa na wakati. Princess. Kuna swali hapa, swali mwanamke anasema swali mwanamke mama mkwe anasema Dennis wangu, huyu msichana afai hapa kwangu, utafanya nini? Kwa mfano Mazenira amesema kwamba hakutaki, kuna haja umchukie ama umpende? Ama wewe kijana mamaka akisema kwamba hataki msichana mwenye umeoa, anaangalia kama paka, unafaa kujibu vipi? Unafaa kukasika na kupigana? Anyway, tuendelee ndio niingie kwake Kemto. Seneta Gati. Sasa kitu na mother in law una ignore vitu anasema, usete zingie kwa akili. Akupende asikupende sio yeye amekuoa. Wewe tu mpatie heshima yake mpe usibishane na yeye, wewe muangalie tu hivyo. Hiyo maneno nini? So kusema sijui ati Senator, okay. Senator, nini kime happen? Vincent Babu, mambo vipi deno? Poa sana. Karibu sana ndani ya show. Tafadhali like, share and everything will be well. Sawa. Tashukuru sana. Wote niingie kwake Kemto, na kama unafikiri nimeweka linki pale, ingia kwenye show tushiki moja kwa moja. Sawa. Kemto. Hello. Mambo Poa sana. Uzuri amua kubadilisha jina forever and ever. Hiyo Modeste unajua ni famous. Hata ukienda huko ukifika iko chaki SDA uanze kuulizia kwa kina Modeste ni wapi unapelekwa mpaka nyumbani. Sasa umetupatia siri. Habari ya siku mzima. Niko salama, labda wewe. Jana bwana ulilala mapema ukatuacha na mgeni kwa studio. Simu yangu ilizima hata. Nilikuwa nimetoka nikasikia akiongea kitu kingine hapo, kurudi ikazima. Say high five, salimia kina Vini Babu, akisha tuendelee na mada. Habari ya nyinyi huko studioni, wale wenye wameingia saa hii, mashabiki wote, Emi, Rispa sijamsikia for 2 days.
Kuna yule kijana alikuwa anaitwa aje huyu, sijui something like PPC sijui ama mama Jivo General, niliingia na yeye akatoka. Akina Blessed Mom wote na wagotea, nikauliza mjambo. Sasa hii mjadala ilikuwa aje kwanza? Kama nimepotea net. Okay, tuko na mjadala hapa kama ni mbili. Wale pato wako single watasema niko single. Kama unataka Kemunto tutakupatia, kama unataka Fini Babu nitakupatia. We, mimi nataka kusikia mjadala zake, kusikia mambo na single. Single watakuja single na single watakuja kumingo. Alikuwa nakutaka, sasa umeanza kukataa. Anyway, hapana. Mbona mtoto unachukia mzazi wako? What makes you to hate your parents? What makes you to hate your in-laws? Unachukia in-laws. Kwa mfano, mari wewe umeoleka Kemunto, your mother-in-law, my father-in-law, wako unaambia mzee wako, yule sasa ni mama. I hate, anaangalia kama paka. Ni mchafu. Sasa kula chakula chake. Unaongea vibaya ati anaangalia kama paka. Jesus, Mungu nisaidie. Hey, kukurikutu ungekuwa karibu na mimi ningekuwekelea silapu, achane na hiyo jini. Sasa, what makes us hate our parents? You know, sometimes when we grow up, we continue growing, na unaona zile vitu kwa mzazi anafanya, and haziendani na wewe venye unataka. So if the father misbehaves, na wewe unataka kufuata venye anafanya. And then when he realizes, atakwambia unajua baba hatataka mtoto wake akae na tabia mbaya hata kama ako aje. Ama mama, kurekebisha inaleta shida. Ama unapatanga you are a grown up, you want to do your own things, then your parents intervenes, they want to control you. Hapo ndio mambo inatokeanga. And there are those parents like moms, they just wanna kukas when something had happened. Maybe you have done a mistake, you have made a mistake, it is your first time you have made that mistake. Instead wakukalishe chini, wakuongeleshe, they start cursing you. Unajua hiyo sasa hata you can't feel well, your heart will feel like these guys don't love me, hakuna mapenzi hapa. And one or two, unaanza kuet maparents wako ukisema wakupendi. So you can unaanza kuangalia venye anapeleka watoto wengine, na wewe unaona hiyo mapenzi yake imekufa kutoka kwako. Na kuna zile vitu I think firstborn si sana na niseme medium, si niseme wale wa katikati. Kuna hizi unapatanga mko maybe wengi nyumbani, and umeachiwa responsibility, and you have to do everything in the house, then something goes wrong. One of the siblings amefanya kitu, and then when you try to rectify that mistake, unapata amekwambia we si mami, ama hivi anaenda anaambia mom Kenya we hujafanya. So when the mom comes, si alikuachia responsibility, ni kuchapana hapo, unatandikwa hata ujui ni nini unatandikwa. Ushaanza kutandikwa, ushaanza kurushiwa maneno, unaambiwa vituko zenye haviko. Ukijaribu kusema kitu, wanaona ni kama you don't have respect for them. So this inachangianga kuona kutoonyesha, yani unaonanga ni kama hakuna mapenzi kabisa. You know, when you start saying, you know, I hate my mom, the way she's talking to me, the way she texts me, I don't like it, and I think I am starting hating my mom. That's one way of creating that hate. Aya, tuseme a dad, let me give an example. Now my dad,
He's a good guy and a cool guy. Uh-huh. But when he gets angry, just pray to your God usikae karibu na yeye. Okay. He was this guy, you couldn't even talk to your friends. You can't go to your friend to ask for a textbook or for a notes. Because you weren't in school, you were sent home with later school fees. So ile hali unataka ufikie watoto wengine, you have to follow up. Akikuspot hivi unaongea na mtu maybe ulikuwa mtoni. He won't talk. Just look at you na ende. You reach at home, unapatana kungoja ukule kwanza. Ukisha kula unaambiwa usiende kulala. This guy will beat you mercilessly. Na si eti ni kiboko atatumia. Ni vimbo. Mwiko. Belt. Ngoja. Papa kuchape na mwiko. Gaiwe. He was this kind of guy mwenye akikasirika ananga hakuna mtu anamwambia achana. Hiyo imeisha. Na wenye nuru warare wikia. So we used to get scared, all of us in the house. Yes. Until one day my late brother told him, me, shule imenisinya, ikiwa unataka kunitandika. Usinitandike once. And usikuwa unanitandika kila wakati. Just hit me so that when I die peacefully. Yes. That my father never raised his hand again. He stopped. But the way it reached a time when I hated him most of all the kids. I hated him because yani the way I'm the stepdaughter. So every time he gets angry, I was as Lolana back then. When he gets angry, if I've done something, maybe he told me to do something and I take long to do it. It just start beating me whenever I was eating. Whenever I was angry, whenever I was sleepy, it just hit me. It beat me until he gets satisfied. Anasemanga, wewe, naambia mama, huyu mtoto sijui ako na tabia nani. Huyu mtoto ekere cheke, oira asikuwa harusiti. So I was like, hi Jesus. Ekerecha. Yeah, he could say such a kind of words back then. But I was young, I didn't know. So every time he could beat me, mpaka ninashindwa kukata nikienda shule, I was like, naambia mtoto ananiandikia. Was that the reason? Okay. So that created more, gave me more reasons to hate that man, because he could beat me and then he comes ananiambia ufanye hivi venye nimesema na nikikuja nipate imefanyika. You have beaten your child na unataka wafanye venye umemwambia unaona hawezi fanya. Right. Hii inaletanga shida sababu hiyo ni una create vitu zenye hata mtoto akikuangalia anasema this guy is not supposed to be my dad. This guy is not supposed to be my mom because they are animals. Shikilia hapo kidogo, shikilia hapo. Usisahau ya animals. Hapo lazima nikuulize maswali. Wengine tulichapwa bana mpaka tukashindwa tukarara matako ifanye kazi unalala na mgongo. Hakuna. Even now niko na alama mpaka saa hii naiangalia nasemanga karibu niende. Shikilia hapo nikuje. Shikilia hapo, I'm coming back to you. Tusikie place limao. Niko na maswali ya kukuuliza Kemuntu. Lazima nikuulize maswali kama 30. Are you ready? Yes, I am. Say, blessed mom 1. Jambo, unmute your mic, karibu sana. Nashukuru sana. Mko vipi? Tuko sawa mama. Mimi pia niko poa, nashukuru Mungu nikiona tumefika hii masaa tangu tulipoachana jana. So tunamshukuru kwa yote juu ametupa uhai bure.
So mjadala, hebu niguzie kidogo. Kuna hii unapata mtu ana hate. Mtu ana hate mzazi wake. Kampuni anakataa mzazi wake, anamwambia mzazi wangu simpendi. Kuna sura mbaya, ni mchafu. Ama bibi yake anamwambia mamako ni mbaya, ni mchawi. Ama unapata mtoto unapiga mzazi wako. Unaweza kusema mamangu anaangalia kama paka. Hana sura, ni mchafu, siwezi kuleta chakula chake. Wewe ni mamako mzazi mwenye amekulea. Nini kinafanya mtoto anachapa mzazi wake? Ama mbona wewe huwezi kijana ama msichana hataki kuheshimu in-laws wake? Anakuta pale mamako kwa mnaishi na amani, ndugu zako mnaishi na amani, anafuruga familia, anafuruga na kuozesha amani familia nzima. There is no peace in the family. What makes that? Karibu sana. Nashukuru sana kwa nafasi. Hii mjadala umeleta ni mjadala mzuri, na watu wengi ambao wanaingia kwa show, kuna mambo wanaendanga wakisoma na inawasaidia. So wakati tunaingia hapa kupitia hii kuchangia, kuna wengi tunasaidia ama kuna wengi wanatusaidia kulingana na kuchangia. Yeah. So mi ningependa kusema hivi kuhusu hii mjadala. Wacha nianze na hii mambo ya kudharau my in-laws. Kuna wanawake wengine akili zao zinawaambianga ati ukishaolewa sasa umefika. Sasa hiyo ndio mwisho. Sasa akishaolewa amefika, kwanza akishapata mtoto, sasa hata kuna mwingine nilisikia akisema ati yeye ashanunua kaburi. Yaani juu ameolewa mpaka akazaa mtoto, sasa ameshanunua kaburi huko. So mi ningependa kusema hivi, kwa ile familia umeolewa ni kama familia yako. Waheshimu na uwapende vile walivyo. Hata ukipata ni viwete, hata ukipata ni vijana walemavu, si wewe ulikubali kuingia kwa ile familia. So waheshimu tu na uwapende vile walivyo. Sio vizuri kudharau mother in law, sisters in law. Kumbuka hawa ni watu walilelewa pamoja, wameishi pamoja. Kwa nini wewe ukuje uweke gap katikati? Sio vizuri kabisa, sio vizuri. Hiyo sio vizuri upande wangu. Nikiingia kwa upande wa watoto, mimi ningependa kusema hivi nikiwa mzazi. Mtoto anaweza akakuchukia kwa sababu mtoto hana understanding kama mtu mzima. Kwa nini nasema hivyo? Mimi natumia my son nilimnunulia baiskeli na nikapata hiyo baiskeli anaitumia vibaya. Anaendesha hata kwa barabara, kwa lami, anaendesha pahali popote. Hata juzi alianguka na hiyo baiskeli akalalia mkono ikawa na dislocation, akatumia pesa mingi kutibiwa, but nashukuru ako poa. Sasa unajua mimi nilifanya nini? Nilisema hiyo baiskeli ichukuliwe ipelekwe pahali ikae huko, itulie huko. Juu hakuna haja mtoto aumie juu ya baiskeli iondolewe. Unajua sasa yeye atakuchukia tu, hata kama hawezi kukuambia atakuchukia. Haya, kuna siku ingine tulienda na my son, niliwapeleka pahali wakaswim, vile unaweza peleka watoto hata kama ni Camel Park. Niliwapeleka pahali wakaswim, wakakula chipo, nikaenda super nikawanunulia tu vitu. So unaelewa vitu za watoto, mayogurt nini. Naelewa. Tukitoka pale, tukaingia kwa soko iko karibu, tukaanza kufanya shopping ya kupeleka kwa nyumba, yani machakula. My son aliona mwavuli, hizi mwavuli ndogo za mtu mmoja, I think unazijua. Yes. Yaani akaanza kuniambia nataka hiyo mwavuli, lakini sikukuwa na pesa ya kuchukua hiyo mwavuli that time. Na unaona pahali tumetoka, so unaelewa hiyo ni kuspend, mmespend pia. Mimi nakwambia huyo my son alininyamazia mpaka nyumbani, hakuwa ananiongelesha. Hata hataki kunikaribia. So mimi ninasema mtoto kukuchukia, anaweza kukuchukia kwa mambo mingi kwa sababu mtoto understand. So understand kama
maybe kuna wakati unakosa, maybe kuna wakati uko nayo, ama maybe kuna wakati wewe pia unakasirika. Kama sasa unaona mimi nilikasirishwa na bike, so kuna mambo mengine yani mtoto anaweza fanya akuchukie. Kama sasa tuseme Denu uko na gari, mtoto wako anachukua gari anaenda kutembea na marafiki, anagongesha gari, si utasema hiyo gari ikae, hata utaipeleka kwa mechanics itengenezwe? Sasa huyu mtoto si unajua atakuchukia juu amezoea kutembelea gari na wewe umesimamisha ile gari. Sijui kama nimetoka nje ya mjadala ama bado niko ndani. Wako kwa mjadala, uko sawa, uko sawa. Uko sawa. Uko sawa. Okay. Nore huko ni vile tulikuwa hapa na kimtu tukaingia nyuma backstage. Tumekuja tu hivi. Anyway. Sasa President Imam, before nenda kwake Kimuntu. Labda kama wewe unaona kama unarekebisha mtoto wako. Sasa huyu mtoto wako ni mdogo. Of course amekuchukia. Kuna mwingine anakuchukia kabisa, hataki kuona mpaka ukikufa, yani yeye hana haja. Hataki kuona, anaacha na wewe. Mpaka anakupiga. Ikawa mzazi amechukua, kuna sababu. Mbona usitulie? Mbona umchukie mpaka aende kumpiga, kumchapa? Hata kama amekukosea, si ni mamako ama ni babako? Mimi hapo kwa kuchapa mzazi siwezi kuunga mkono. Na hawa watu wenye wanachapa wazazi, ukiwachunguza vizuri ama ukiwafuatilia vizuri, unapata sio mtu wako vizuri. Unapata mtu ametumia vitu zake, maybe madawa za kulevya, maybe ametumia bangi, unajua huwezi ukajua. So mtu ametumia vitu aina mbalimbali ndiye anakuja anachapa mzazi. Kama sasa mimi niko na one of my family, kijana wake aliishi kuvuta mabangi nini kisirisiri. Wakati zile vitu zilimgeuka ama zilimharibikia, alikuja akaambia mama yake, unajua mimi nataka nikuoe. Mama yake mwenye amemzaa, nataka nikuoe na kama hutaki nitakuua. So akawa anakuja anatukana mama nini. Mama alichukua tu hatua akampeleka polisi. Saa hii anakaanga tu polisi, mtoto wako mwenye umezaa. So mimi nilikuwa nasema Deno, ukisikia mtu anapiga mzazi ama anakosana na mzazi, kuna kitu anatumia, lakini wazazi wengine hawawezi kuwa na hiyo kunotice. Kai. Awai mamake. Mwandesta mngana inunye wetu. Yani Yes. awai mamake sasa ataanza vipi sasa kwa? Itaanza Unajua akikulanga hizo vitu hawafikiriangi. Wako hai. wako haire Wako haire. mm. Wata hizo ni vitu zinafanyika. Unajua sometimes dunia iko na vitu mingi. Sodoma na Gomora siku hizi yeah. Anyway, tulikuwa tumefikia yako wapi? Yako tulifikia wapi? Mimi hata tukumbuke, hebu nikumbushe. Anyway, kuna watu he ufungiwe ebisuri ebisuri hiyo kisini ngumu anza uone utakimbia na uwezi rudi kwa poma. Abantu abange wanaishi nje because of 1 2 3 4 wale watu wabaya. Anakuja kwa nyumba anakuambia amka saa hata aje hapo, bwana wako anakupenda. Kuna vitu mingi hapo. Anyway, kuna vitu mingi hapo by the tuko kwa Kemunto ulinya kwamba ikakuwa kupaya. Maisha yangu yalikuwa shagi sagara pagara.
No, Yeah. mzazi akiwa anakuchapa sivyo, akona sababu mbona anakuchapa? Labda You kuna kitu know, yes, I do know that parents have the right kurekebisha watoto wao, but kuna vile unarekebisha mtoto alainike, si eti ile kila kitu pu, yaani umeona ni kama ni drum tu. Au ukalishi mtoto wako chini umwambie this we have to do this that way, this way, this goes that way, ndio mnaelewana, mnapelekana vizuri. Because it is not every time ukisikia kitu mtoto akileta ripoti kwako ni kutandika tu. Maybe mtu amemkosea pale nje, useme ni uchawi huo kidogo tu. Ukipata mtoto wako wanagombana huko kwa barabara, utaki kujua ni nini, maybe alikuwa anaandwa na watoto wengine wanamchezea, ni kutandika tu. Hii ina create hate kutoka kwa mtoto kwenda kwa mzazi wake, sababu sasa mtoto ameona mimi nifanye chenye nitafanya, nisifanye sipendi. Unaona sasa, nilikuwa hivyo mpaka nikafanya class 8. So because me had said that mapenzi ya wazazi wangu mimi sina, because even my mom, even though she used to speak that rough, she used to be tough sometimes, but sometimes she could feel that this girl anasikia vibaya, ni kama anaona apendwi. But them say he never cared. Yani ile unaonanga, even I asked them one time, we had a fight, and then I asked him why do you hate me this much if you know my dad just take me there. Just looked at me, akaniekelea slap, nikafaint. Hapo kukataa kama kumpenda. Yes, Yes, I fainted. Ndo mam baadaye nikigaina akasema unataka kuua mtoto. Sijui wakagombana hapo, and then he gave me was it 20 bob ama 50 bob niende nikanunue tule tumafuta tulikuwa tunauzwa 12 bob, na nikuje nipike sapa, nipike lunch juu alikuwa ametoka kutafuta pesa tununue chakula, akakuja nayo. So I had to go, ilikuwa shule zilikuwa zimefungwa na nilikuwa nimefanya class 8. So what I did, I went to my elder brother mwenye anakaa Mombasa, nikamwambia pesa ndio hii, dadia amenituma mafuta, mi nimeenda kwa shosho. Nikaenda hivyo na nikasema siwezi rudi hata high school, mimi sikusomea kwetu. Nilienda hivyo tu na nikaambia nyanya sirudi, juu nilienda kama nina limbo mguu mmoja. Nyanya akapiga nduru akasema huyu mwana huyu alikuwa anataka kuua mtoto. Mango zangu wakaona ni kama sitaki kukaa kwetu, because now hate ilikuwa imeanza kurise up sana. Nikasema wacha nitoke. Nikakaa kwa nyanyangu, bahati mbaya nikapata ball. So then wakati nipata mtoto wangu msichana first born, sasa ikawa more worse kuliko venye ilikuwa hapo nyuma. Everyone, even my grandmother, just yani unaonanga wale watu wana deny, as in like unaambi I really messed things up but I want to go back to school. My dad would just say mimi sikumtuma. Mama anasema siwezi kaa nyumbani because life then was hard. Siwezi kaa nyumbani kuchunga mtoto na hao wengine wanataka kukula. And hiyo time baba yetu ndiye alikuwa breadwinner. Alisema yeye hawezi toa pesa kwa msichana mwenye alienda akapata mimba huko nje akamletea mtoto. Mango zangu wakasema hapana.
Saa kila mahali nikiangalia hivi naona everyone hates me, everyone. Nikavumilia, mtoto akakuwa 2 years, nikaingia polytechnic. Kuingia polytechnic hakuna mtu anakushughulikia. Trying to talk to the manager anasema hapa si shule ya babako. Okay. I had to run away by then. Nikaenda kwa aunti yangu because now ilikuwa imefika mpaka mahali tunagombania mtoto, mimi na mama. Mama anasema mtoto ni wake sababu alilipa pili ya hospitali. Okay, kama ni hivyo umeamua basi, what do I do? Nafanya nini huku basi? Mimi nikatoka nikaenda zangu, nikaenda kwa aunti yangu. Kukaa kwa aunti yangu, my mom used some hurtful words. She said where they were kwa mazishi, asema unajua mtoto venye amekaa hapo kwako, akikufa na umzike hapo. Kufikiria hiyo maneno, I decided to take my life, to commit suicide. Just yani hapo ndio hate ilikuwa imenifikisha. I hated everyone from my mom's side, from my dad's side, my parents, everyone. Because I had lost someone who was so close to me, who could advise me what to do. She was never there. She died. So everywhere I go, naona kuna mtu mwenye ananisaidia. Nikaenda nilikuwa nafanya usafi, nikapata mali auntie ameweka sumu nikakunywa. It was around 11 in the morning. Kuna hizi chama za my relatives. My mom was to come to my aunt where I was staying with my brother zake na sister zake. And so imagining we are going to meet with these guys and I hate them, haitawezekana. And I know none of the places I can go because sasa hapa ndio nimetorokea. I decided to take my life. By the time my aunt could realize, I told the sister-in-law, bibi ya brother bwana aunti yangu, nikamwambia sasa you just go and tell my aunt nimekunywa sumu na niache tu nikufe because I'm tired of this life. Sitaki kusumbua watu. So aunt had to run. Nilikuwa nimeenda hatua hivi kwa chai yake hivi, nimeenda mbali kiasi, wakakimbia wakanichukua wakanipeleka hospitali. Bado heti iko. Nikachukuliwa hospitali, nikatibiwa, nikapona, nikakuja kwa aunti bado. Sikuwa nataka kwenda kwa mama, sikuwa nataka kwenda kwa shosho, sikuwa nataka kwenda mahali popote. Kwa nataka tu kukaa na aunti yangu. I never even seeing them kwa hospitali, nilikuwa najifanya nimelala but nasikia kila kitu wanaongea. Utaki kuwa face? When I used to hate someone, singetaka kuona huyo mtu mbele yangu. Singetaka kusikia sauti ya huyo mtu. Singetaka utache jina yake. So when I went back, my aunt alikuwa ameenda Mombasa. Alikuwa ameenda Mombasa. So nilikaa hapo mpaka akaniachia watoto after some months, like 3 to 4 months. So after nimekunywa sumu, kuna tena bibi ya brother indo wake mwingine akakuja. Saa alikuwa anataka kunitumia, anatoa vitu kwa aunti yangu, anaenda anasema nimetumia vibaya, nimepeana huko kwa watu. When I realized, nikamwambia ngojea aunti akuje ama umpigie simu mwambie unataka kitu fulani kutoka kwake ndio nikuwe na idhini ya kupeana. So this woman, she was so tall, so black. She stood there
and told me, did you know nitaweza tu hiyo mdomo yako hapo niweke hapo kando. We ni wamunanga kitu, we uko hapa unakula kama punda, hizo vitu unajifunia ni za anti yako. Hey, I got sick again sababu nilikasirika na yeye, nikapiga nduru, I cried so much, nikaona ni kama dunia sasa imeniangukia. So every time I could see her, kama ninakula hiyo chakula ninamwaga chini, hata maji singemeza. I got sick again, went back to the hospital. Hata daktari aliuliza, what is wrong with you? Depression itakuua wewe. So he had to call my relatives, akawaelezea, akamwambia, you have to take care of this girl. Wakakuja wakakaa chini wakaniongelesha, nikaambia me, I'm tired of this life. I couldn't go back to school. I can't do anything that will please you. What am I living for? You have taken my child away. Kila mtu akasema achana na yeye akae na maisha yake. So one day, you know me, upendanga kuongea na marafiki zangu, wakaniambia kuna job mahali. Nikatoroka kwa ndia yangu nikakuja Nairobi 2005. 2005 nikakuja Nairobi. 2005 hata kuandika najua kuandika kweli kaki Modesta. Nikakuja Nairobi nikafanya kazi kidogo, nikarudi Ogembo nikachapa mawax. So I got this handsome guy 2008. Sasa hapo sasa ni kwa in-laws, sasa the other side of the in-laws. The in-laws were the best. The best of the best of the best. Yes. But the guy was such a kind of a person. Akikwambia kitu ni ufuate. Akisema mama yake ni mbaya, usimwambie mama yake si mbaya. Akisema usifulie mama yake, usimfulie, sababu yeye ndiye ananunua sabuni. Okay. So and me, this woman, this mother-in-law of mine, my ex-mom-in-law, was such a kind of a person mwenye alinifunza mpaka roho yangu ile ya kukasirika ikaisha. I remember one day we had a fight na bwanangu, tukifurutana nirudi kazi. So nikaona hii mind fight ni ya maneno ama ni ya ile rili unarushi hivi ni ya maneno tu. He was telling me to go back to work and I told him no, hiyo kazi ya hoteli imeisha. The only work I need to do now ni kulima shamba. I do my own things na hakuwa anataka. Kumbe this guy alikuwa ananichezea akili. I didn't realize then alikuwa ananichezea because me wakati niliamua kuolewa niliamua and I was deeply in love with that guy. So I went and told the mom, kijana wangu amekataa nisilime kwa shamba, what do we do? Mama akasema ukikasirika hivyo wewe unampea mtisha ya kukufanyia maneno ngumu. Akaniambia kunja mikono yangu mbili. Zunguka. Akaniambia hata ukizunguka 100 times na unyoroshe mikono yako, nothing is written there. Ni wewe una create vituko zako kwa akili. So ikiwa kana upendo, penda watu. Mwenye apendeki achana na yeye. Do your own things. Achana na mambo ya watu wa hii dunia. Because if you start hating everyone, utachukia mpaka mtoto wako umezaa. So for me, I can't say the other side of the in-laws ati kuna wale wabaya. It takes some time to cope. But when you cope with there are those you can cope with. But ukiona si wale watu mnaelewana na wao, unaachana na wao. Changa kuweka vitina kwa mtoto na wazazi wake.
I can't bring myself kuambia maybe bwanangu achukie wazazi wake ama watandike sababu hatuelewani na wao. Because if it wasn't for these parents, haungepata this handsome guy. If it wasn't for these parents, haungepata the beautiful lady you see, you call your wife. So you can't hate them. Let them live their life. If you have something, give them. If they can't, hata kama unaona wataki, we wape, waongezee, hata wakitupa kwa choo, hata watupe wapi, hata wapeane huko nje. Do your own, let them be. But kitu moja mimi husema, if you are my mother-in-law, now I've tried my best to be the best that I can be. And you go out there, you drink. Come to my house to make some noise. You better make yourself use of it. Because hiyo means it, I can't tolerate that one. Itakufunza lesson yenye hujaifunzwa. I'll make sure you won't repeat that mistake again. Because hiyo ni nini unaonyesha wachukuu wako? Because wachukuu unajua wachukuu wanakopi kutoka kwa ma grandparents. Wengi wao sababu unapatanga mimi nimeenda kwa shosho. Ametoroka ameenda amekula huko, anakuja anakuambia mimi tulikula na shosho. So ikiwa huyu anakujanga hapa kama amelewa na maybe anatoa nguo anaingia kwa room kwa kijana yake. Mtu kama huyo sasa simtaki kwangu, akae kwake huko. Ataweza fanya uweke fence mpaka ya electricity. Ufunge mageti yote asiingie. Sababu ya tabia. Mother-in-law you can, because mtu mwenye anakunywa pombe akuje kutolea manguo hapo, hiyo ni kuonyesha wajukuu wake tabia mbaya. Akiwa sawa ako sawa, and I don't know why, because yani time mzuri yenye wanapatanga ya kusumbua watu ni wakati wamekunywa. Wakati wamekunywa pombe. Ama wakati unapatanga wamama wameenda chama, wameketi mahali hivi, wameanza kuongea maneno. Bibi ya kijana wangu, woi, huyu hata hakaliki, hakai. Hata kama alioa mwenye alioa ni roho yake ilipenda, muachaneni. Ikiwa umeona tabia mbaya, mkalishe chini mwambie we ni kama mtoto wangu. We have to do this and that. Unafaa kurekebisha. Like my mother-in-law, kuna zile maneno unajua bado sikuwa najua vile ninazitumia. Like kuna hii song ya Tigre andikia ukanywa mabere. I used to sing that record mpaka akiwa ananiambianga Obe, hiyo ni nini yekirandikia ukanywa mabere unaimba na father-in-law ndio huyo anatoka hapo. Unajua mimi ni mother-in-law wangu. She taught me so much. Mpaka nikakuwa kenye niko sahi. Mpaka hiyo roho ya hiyo yani the darkest side of me ilipotea tu hivyo. Shikilia hapo. Kama tuyo. Kuna story hapa lazima tujifunze kutoka na story wako. Kabisa. Mama the mama. Mimi mama wapi? Jennifer. Habari ya huku? Mpotevu sasa. Habari ya wewe? Mama Chivo General. Sweetheart. Ndio huyu sasa. I'm telling you, I'm missing things here. How are you? I'm good. Sasa karibu. And you? I'm good too. I'm good, I thank God. Hii mjadala ndio imelishtua, nataka kuongea hizi. Ongea tusikie bana. It's just simple, my dear. Simplicity ni kitu ya muhimu sana. Sana mimi nalilia wanawake wenye tunaolewa kwenda kwa baba masa wenyewe. No matter what, no matter anything,
Don't you dare uanze kuambia bwana yako, oh, your mother is not good, oh, sijui nini bla bla, oh. Hiyo sasa anaona wewe, yani mnamalizana tu hivyo, yani anakutoka polepole. Unaelewa? Instead just tafuta venye unaweza tengeneza hii mambo ikuwe mzuri, sifanye mjinga. Unajua huyo bwana yako anaesawa bibi mwingine, lakini haezi pata mama mwingine. It's like wewe mwenyewe uambiwe maneno machafu kuhusu mama yako. Will you agree? Will you like that? Wacha nikwambie, hata kama nilikuwa namchukia mtu mwingine haezi ongea matope. Alafu so hii midomo yetu ikanywe kabisa. Kitu ya kwanza ikanywe, jua penye unaweza fix maneno. Ndio maana naambia wanawake wengi sipendi sana wale wanawake wenye wanaongea maneno machafu, ni wale wenye wako ushago sana. Mtu umeolewa uko huko ushago, sasa the only thing you are ni kuargue na your mother in law. Mimi naweza sema before you get much, just hustle. Ukipata bwana yako hustle, hata mkienda kuishi mahali pengine mnakuja mnasalimia madhe once, hiyo italinda heshima kabisa. Alafu mama Jivo tena mother in law the same boma, lazima kukue na vita. Hebu niulize mama Jivo tena. Yes. Mbona siku hizi unapatanga these young ladies wameolewa kwa boma, unapatanga mama anakunywanga si mama anakunywa, anaendanga kwa hizi chang'aa anakunywa kidogo, wanaanza kufuatilia mama na wao wanaanza kukunywa pombe badala wasimamishe boma izimame. Sasa wao ndio wanaanza kuifunja kabisa. Why? What is happening? Sini unaolewa si wana the woman Umeenda aje tena Mama G? Hello. Naro, Peki. Hello, Peki, karibu sana Peki. I see you. Ukiona Mama G for general amenyamaza, hivi kumaanisha job. Akikuja ataendelea. Peki meme mingi Peki. Anyway, you know ati nini? Meme mingi. Hiyo ndio nini sasa? Midomo mingi. Peki B. Sijui inamaanisha tukingoja, yani you know kuna watu hapa you just okay, kuna kitu baadaye. Let me say like this. Kuna wasichana unapata unaoleka kwa wenyewe. Kisha unaanza kudharau mama mkwe, unaanza kudharau mother in law. Hampatii heshima. I want to tell you one thing. Kumbuka kitu kimoja hivi. Hata wewe siku moja utakuwa mother in law. So the way you want you to be treated, the way unataka kutreatiwa katika ile ndoa yako, It's the same way your girls you will be treated. The way you treat your mother-in-law with the daughter-in-law mwenye utakuja kuletewa na kijana wako. Yeah. So the moment utatreat huyu daughter-in-law ameleta kijana wako, hata kama kuna jicho moja hana mguu, mpende like that one. Hata wewe siku moja what are daughter-in-laws? Let me speak to daughter-in-laws. Daughter-in-laws, ukiwa umeoleka, heshimu yule mama kwa hiyo poma ambayo umempata mama mother-in-law huyo kijana, mama huyo kijana, heshimu. Kwa sababu gani? Kesho hata wewe utaitwa mother-in-law na utapitreated ulikuwa unafanya watu wengine. Cherotich, narudi kwenyu. Cherotich. Nyongebe. Yomune, ni bye.
Tuendelee. Ni kama network imemkataa. Tuendelee. Yeah. For me, I could say ukiolewa kwa boma ya bwanako, unafaa I think we should start by saying mtu mwenye unafaa kufanya yani kujenga msingi na yeye ni mother-in-law. Yeah, because hakuna vile umeenda kwa boma ya huyo mama umepata kijana wake amejenga, let's say kukuripuntu kwako ni kwa chake. Ikiwa unajua hii shule ya orphans maliko, and your parents stays at Gochak Primary School. Now you have brought a wife. This wife of yours, mnakaa naye tao Kisii Town. Mkiendanga pale nyumbani, unafanya shopping upelekee mama yako. Yani ukiegelea ile shopping chini hivi atuwaja nijirelease kwanza nitampelekea, unakuja unapata ile shopping imeshapangwa kwa kabati, anakuambia utamfanyia ingine. So inabidi tena uende ufanye ingi umlete. Aya, ikiwa bibi yako ameenda nyumbani peke yake ama umemwacha pale ukarudi job, ni akipika mtokoi ama githeri ndiye anapelekea mama yako. Akipika nyama, chapo, hizi chakula soft. Anakula peke yake na watoto wake wawili. Tuseme ako na watoto wawili ama ako na watoto wanne. Sasa hiyo itafuza ni picha gani unaleta kwa boma? Hiyo ni picha gani mwanamke kama huyo analeta kwa boma? Let's say like me, my mother-in-law would never ask for anything, hata skari. Hawezi, hata kama alikuwa anaishi njaa, akufe njaa tu. Atakufa na hiyo njaa yake, lakini hata kuomba ngo. Ni wewe uone umpe usimpe. Na mama yako akikuja huko mahali unakaa, unaenda pale unanunua marawe, unakuja marawe imechemshwa, ukuje umpikie mchele. But when the mother of the woman comes, yeye anapikiwa tamtam. Ni machapo, ni nyama, kila kitu, mandazi, masoda. Sasa mi hujiuliza hivi, before we do all this, we have to thank this woman, the mother of our husbands, because if it wasn't for her, huyu mwanaume hatungempata. Because if it wasn't for her, hiyo nyumba iko nyumbani hata hatungeipata. Because if it wasn't for her, hata hiyo chakula yenye unakula na pesa ya kijana yake haungezipata. She worked so hard, akapeleka mtoto wake shule, akasoma, aka make sure ameachiliwa kazi, akaona amekaa kwake farm. Asa akasema sasa, kijana wangu, oa bibi, leta bibi ukae na familia ya sababu mimi nimekujengea maisha yako. Now another person comes from outside there, anakuja kwa familia karibu. For me, I could tell my fellow women, make sure it doesn't matter huyo mama ako aje. Have a relationship with your mother-in-law. Mother-in-laws are the best of the best advisors. Yes, I know kuna wale wabaya, but most of them hawatakaa kukuambia vitu zenye zitadhuru watoto wao. Unaona? Watakuwa nakuambia venye unafaa kukaa maisha yako. Watakuambia venye unafaa kuchunga watoto wao. Watakuambia venye unafaa kukaa na majirani. Whatever you don't know, ask her. Atakuambia venye unafaa kufanya. If there is a mistake and you think you can't handle, enda mweleze pole pole, mwambie mama,
before I do anything else, nataka usikie hii uniambie kama iko sawa. Huyu mwanamke atakuwa chizi, atakuelezea you have to do this and that, ndio familia yako isimame. Yes. Hivyo ndio ningesema. Mama the mama. So despite yote ulipitia, still do you love your parents, you in-laws sahi kama wako na mama yako mzazi? Pato na wachukia Hapa hiyo ilishanga na ikaisha ikapotea kabisa. Like now I can go home, we can sit and talk with my dad to check. Hadi my dad ananiambianga sahi hauko kama kitambo. Sahi umekuwa mtu mkubwa. I was a slow learner, kwa nafanya kazi pole. Hata chakula kupika ilikuwa inachukua kama ni ugali 30 minutes. Mboga like 20 minutes. I was that small kagali kadogo. And so na ile mwili unaonanga ile mwili ndogo kabisa. So every time akiniambia kitu natetemeka tu hivi, nitaweza mwaga hata chakula kwa jiko. But naye gadu kama ni ugali around 10 to 15 minutes nikiwa na nimekauka, chakula imekuwa nimeweka kwa meza. And I can do anything. If they ask for money, kama niko nayo nawapea. Nikipea mom kama ni pesa anunue chakula. Nikiona sina pesa ingine namwambia tu hata mia pia baba aende afanye Kenya anunue Kenya anataka. Hivyo tu. Because yani nilikuja nikarealize carrying that hate. Hivyo ndio watoto wangu watakuja kukua. Because sasa ilifika mahali nilikosewa na mtu mwingine mpaka nikaona hakuna haja ya kukasirika. Because now I have a child. Yes. Kwanza mtoto wangu msichana alikuwa ameanza kukaa na stress. Because every time I could go away, nikae even 2 years and I go back, nampatanga amekaa kwa mlango. Ananiuliza mbona unaniachanga nyuma and all that. Mimi simwambi, namwambia wewe ni wa shosho, si wangu. Unaona sasa ni kwa nimeanza kucreate mind ya mtoto wangu ikue mbovu. But when I got married and I had my son, then I came to realize what life is. Because now I'm a mother of 2. And being a mother of 2, my mom was very sick. Alikuwa na our last born, alikuwa na mimba ya our last born. And huyo mtoto alikuwa amelala nje ya womb. She was bleeding like hell. Alikuwa msick. So I took the responsibility of the family members to provide when I have no money, when I don't have money. We were, yani ilikuwa ni vute ni kuvute na baba. Asipopata pesa, nisipopata pesa ni kugombana kwa nyumba. So I got used to it. Because hakuna vile sahi niko na watoto wawili. I have my brothers and sisters nafaa kushughulikia. I can't say anything because nakaa kwa baba na watoto wangu wawili, nakula huko, akileta chakula tunashare, nikileta yangu tunashare. So I said, why should I be angry all the time? Hii ni njia moja ya kupitia magumu. Ndio mbele utapata maisha. Mimi mwenyewe ndio nafaa kujijengea maisha yangu. Hakuna mtu mwingine. Things can be so hard. But when you work hard na uweke fikira zako hapo, utakaa tu vizuri. Nilisema niache kujishughulisha na maisha ya vitu zenye hazitanisaidia. Yes. Because you see, I tried to kill myself twice, not once. When I was in class 8. Okay, hii twice, what ingine kwa kinafanyika, what was happening? Ni hiyo kukasirika tu.
When I was in class 8, ilikuwa imebaki around 2 hours pesa ya mtihani itumwe, na sikuwa nimetoa pesa. And my dad told me hakuna shida, niko na pesa nitakulipia mtihani. And I hated being cheated. Like nikifikiria venye sitakaa kufanya mtihani, even hivi ilikuwa ni mtihani gani, nilikuwa nachukia sana kutokuwa kwa mtihani ama kutokuwa darasani. So ikifika hiyo time, mwalimu akanifukuza, akaniambia, unajua nyinyi ni watu wenye mnasomanga shule ya babu yenyu, mnaona ni kama nyumbani. So hiyo kitu ikanikera. I tried so hard kutafuta dawa ya panya. Hiyo time dawa ya panya ndio ilikuwa inafanya maneno kwa kijiji. Nikaenda Wako. Nikakaa hapo kwa hizo shimo mali walikuwa nachimba hizo mawe. So mwenye nilituma akaenda akaambiana kwa nyanyangu mwingine, akakuja na babu, wakanibeba mpaka nyumbani. Iliekelewa kai, niliwaka moto. Hakuna, baba yangu si mtu alikuwa anapembeleza. Hakuna kupembeleza. So when I became a mom, I realized in life challenges zinakuanga mob. If my mom could leave me to be responsible for my brothers and sisters, what more can I do? So nika decide to be that kind of a woman mwenye if anything happens, because by that time tuliona nikaa mamu ni kwenda anaenda. Let me be someone mwenye yani tegemeo la kila mtoto kwa hii nyumba yetu. So I could just do anything. Ekonda any kibarua yenye italeta pesa kwa nyumba. I could go and bring mandizi Naivisha, naleta avocado Naivisha, naleta sabuni, naleta nyanya, naleta omena. Anything italeta tu hata shilingi 2 kwa nyumba. Yeah, I did all that until when when mom got well and came back home. So sasa unajua makelele, and dad started the old ways, but he never hit me again, but he could just say some things unaona haziendani vizuri. So one time kuna pesa ilikuwa inaingia na iliingia kwa mkono ya mama na akaitumia yote. By then mtoto wangu msichana alikuwa 5 years na alikuwa hajaanza shule. Hiyo pesa ilikuwa ya mtoto aanze shule. So when she took that money, akaenda akafanya venye alifanya, again I got angry. So hungry that I had to leave that house. Nikabeba mtoto wangu kijana, because the man who I loved so much, yani mwenye nilikuwa nachifunia, I called him and found out that he had been married akiwa Mombasa. So I'm here struggling because my son could cry like hell. A day wouldn't go by without going to the hospital. Like I was there every day, Nikogochak dispensary. And this guy, this tall guy, this fat guy went there working. Akaniacha na mimba. Ameniambia just go to your mom. Atakushughulikia ukizani, I'll come and pick you up twende unikurudishe home. Uzae sasa? Yeah. Yani is a story I don't like going back there, but so when I called up and the woman picks the phone and tells me I'm Robert's wife, I told her, you know what? Let that man not cheat you because I'm his wife. Na ameniachia watoto hapa, watoto wanakufa njaa. I'm so sick. By then, when I had my son, I had a complication which needed money niende kutengenezwa.
but we didn't have that money. Nilitumia madawa za kienyeji. I took around 3 to 4 months ndio nikapona. So juu sasa mama ni msick, I couldn't just stay there lying down there, hakuna mtu anashughulikia familia yangu. And then my son, his arm was broken when I delivered him. Walifuta mtoto wakafuta mpaka wakafunja mkono. So I'm struggling, nitafute pesa ya kurudisha mtoto Kisii atolewe plaster. I'm struggling my family to have something on the table. Yeah. And then when I call this guy, someone answers and tells me I'm his wife. Then my mom comes back here. The money I'm expecting for my daughter to go back to start going to school, atumie hiyo pesa yote. So I decided, okay, you have gotten married. The only way I could be lived, just take this boy to your family, leave him there, and I come back nishughulikie msichana wangu. Because if you ask me, mbona sijarudisha huyu mtoto msichana mahali nilimtoa? And because of this boy of yours, he cries a lot. Hakuna mtu alikuwa anaguza yule mtoto. Not even my mom, not even my sister, not even my dad could take care of that boy because he could cry non-stop. So nikabeba mtoto. I didn't have even 10 bob kwa mfuko yangu. Na nguo zangu nikaenda. Kufika pale, I told the mom, it is like this. Mi nimeleta mtoto wenyu. So I'm going back. And the good Lord, mtoto akiingia kwa mkono ya nyanyake, it was saa 10. I remember very well. Saa 10 in the evening, my son slept until 6. Alilala mpaka 6:30. Which he had never done. Kutoka saa 10 hadi 6:30. So mama akasema, no way, you are not going anywhere. Wacha kutesa mtoto sababu ya mwanaume mwenye haoni kitu anafanya. You will stay here beside me. I'll be with you. You will never go to that house of your husband. Tulikaa nyumba moja na mother-in-law, tukalala kitanda moja na yeye. Tukalea mtoto pamoja. When the guy calls, anaongea matope, na mwambia, just do your own, I do mine. I don't care anymore. The only thing I need is to see my son good. Akiwa sawa, hana shida yote. Can do anything as long as my son is well. That's how I changed my life from bitterness to good one, I can say. Yeah, because of that woman who was called my mother-in-law. Yeah. So that's why I say, ukienda kwa familia ya bwanako, ukipata a kind-hearted woman who is called a mother-in-law, take care of her. Do you know, even now, even yesterday, I talked with her because my son had called me, Mom, sina food. And I asked him, you don't have your father, why do you call me? Daddy, are you around? He just called you to tell you that sina pesa ya kununua viatu. We talk, tunaongeanga sana. I never, that bond, hata kama tulikosana na kijana wake, haijaitoka, as in like nimwachilie tu hivyo sababu kijana wake alinikosea. She taught me so much I can hold on to, na inielekeze mahali pazuri sana, because there was a time you could just tell me, ikikasirika na watu wenye walikuwa naongea matope hapo nyumbani, I could get angry. Sometimes nichukue panga nianze kukatakata kuni. Could tell me, we, hebu kunja hiyo mikono yako, anza kuzunguka, zunguka tu around 10 times. And ananiambia, ufungua mkono, ni nini imejiandika kwa mkono yako?
wewe wachanga kujisumbua na stress za watu. Ehe. Wewe fanya ile imekuleta huku. If this guy anaendelea kucheza pale, wewe kana maisha yako. Siku na shamba Mimi nimekukataza usilime hapana. So it came a time I called wamama wapo hivi, my sister-in-law, my brother-in-law's wife, and the other house, the other mom, nitasema aje mama mkubwa. So hiyo nyumba baba father-in-law alikuwa na bibi wawili. So nikaitana nikasema hivi, what we'll do is this, because sasa mtoto wangu ako sawa na saa hii sasa mimi ni mkulima. Hii tukatengeneza chama, tukienda kwa tuseme kama ni leo tuko tunakulimia. Yes. Kama wewe una shamba, kama umeitiwa kwa nini kibarua, tunaenda huko tunakufanyia, upewe pesa yako uende ununue kenye unataka. So mtoto hata hapo ananijua kama mimi ni mama yake. The only time nitamuona ni saa 7 na saa 12. Yeah. Sasa kwa nini mbona singesaidia mama kufanya hiyo kazi ya shamba? I took the responsibility ya nyumbani, yeye akae na mchukuu wake. Until the time I couldn't take it anymore. Kijana alikuja na bibi yake akasema, mimi ninapenda huyu Kemto, simtaki mpaka siku ile damu yangu itamhitaji ndio nitamuita akuje. So that's how life is. We should take care of each other. Na tuonyeshe mapenzi kila mahali. Usikuwe unapenda wazazi wako, ukienda kwa wengine unaanza kuwadharau. And never allow, if your husband or your wife akona that behavior ya upaguzi, mkalishe chini, mwambie hapa hapana, hapa hatuendani, hapa kunafaa kukaa hivi, because mtapata watoto. Mkishapata watoto, huyu mwanamke ataanza kuambia, unajua sitakangi muende kwa shosho yenu, shosho yenu ni mchawi, shosho yenu sijui nini, babu yenu anafanya vituko, babu yenu ni mwizi. So those grandchildren will grow up knowing that these parents are not good parents. Wataenda pale nje wakisema hivi. Yeah. It's good to mjijue nyinyi wenyewe. And when you have known yourselves, you know the weaknesses you have. And when you go to the parents, try to understand them. And when you see something is wrong, try to talk to them. And when you have something wrong, when you have messed things up, if it means to apologize, apologizing, it won't cost anything. You just want to apologize. Tell them what you feel. Say why you did it, what made you do it. Na mambo inaendelea mbele. Achanga hivi yule mama atusikizane. Damu yangu haimtaki kabisa. Ujui kitu yenye mtoto wake anaendanga huko kumwambia, ushasema anaendanga huko kumwambia anifukuzi. And this mother-in-laws, hawa watoto wanakujanga kwa familia yenyu, ni watoto kama wasichana wenu. Take care of them. Wafunze tabia. Because you guys, nyinyi ni maparents. Hakuna uzazi inakwanga kila mahali. Hakuna atiwe sasa si damu yake si yako. So uwezi mwambia mahali makosa iko, ama uwezi mwambia una zile vitu sipendi na nataka kujua vile zile wewe upendi ndio tuendane pamoja. It won't cost a thing. Right. Okay. Sasa iko hivi. Watu wawache network imekutoa wacha niseme hivi. I'm coming to this side. Wacha niweke vitu ready hapa set niwaambie. Nyinyi watu wazuri sana, tumeshikiana tangia tulipoanza. 45 baada ya saa 6 Afrika Mashariki. And nitazungumza kitu hivi sasa hivi.
Tazungumza kitu sasa hivi. Wacha niseme hivi. Wewe dada, wacha nikwambie kitu kimoja. Ikiwa umeoleka katika familia fulani na hutaki kuheshimu mother-in-law wako, na wewe utaitwa mother-in-law. Si wewe utaheshimika ama utafanya nini? Kwamba leo wewe ni msichana, kesho pia wewe utakuwa utaitwa mother-in-law, utakuwa mama mkwe. Je, wewe ukionyesha madharau na hiyo pipi ya kijana wako utafiri vipi? Jifunze kuonyesha heshima na dhatima kwa watu wote. Yes. Yes, Kimto. Kami. Oh. Naona Peki, naona hapa Gertrude Nyamari, high five kurutu, ninakuona pale. Dada mkubwa, watu wote kama uko pale unafikiri kuchangia topic ya tutasahau pia, those people who are single, if you feel like kwa people, don't fear, don't fear. Yeah, just kuja kwa people. Unganisha watu. Siku hizi sijawahi unganisha watu. Yaani watu si moja tena mkanyomo mkaera, mkaba people mkaera pi. Siku hizi sijawahi unganisha watu. But one on one nataka kuwashukuru sana kwa sababu kufika kwenye nyumba kama kawaida. Tumeshikana moja kwa moja tangia mwendo wa saa 3 kamili. Sasa ishadimia mwendo wa saa 6:47 tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2021. Naomba kwamba Kisi Hot TV iko mbele pamoja. Tunasukuma tu mbele pamoja. Mimi ni wako tu, ni Dennis Nyapoto ama sio mtu wangu. Karibu sana kwenye nyumba, tunapoendea kwenye mada yetu. Na kuona pale Modesta, I see you. Niambie. Sasa ile maneno ulikuwa unasema ulikuwa unajificha nyuma ya kamera. Nimeenda kuona kitu mahali hapa. Ona ni ati mimi nakwenda kuona kitu mahali. Wewe hata kunini maneno. Wewe ndio umenifurahisha, anaitwa Modesta. So what say, ni nini utasema ya mwisho? Mimi kitu nitasema watu wawe na heshima. Kaeni na heshima, kaeni na upendo, kaeni na amani. Na mjue. First thing ni mjue Mungu. Unajua kama Mungu hayuko, anything you do without God is nothing. Yeah. Okay. Tarudi kwako tukimalizia 48 baada ya saa 6 Afrika Mashariki. Wacha niseme hivi. Let us learn on how to respect wako wetu. Wewe unajua mzazi wako aliumia sana. Alifanya kazi. Alifanya kazi, ajikaza kisabuni. Labda hakuvaa hata nguo, hakuwa na mavazi ya kuvaa. Akakushughulikia wewe ukasoma. Ndio maana nakwambia hata siku moja pia wewe kumbukeni wazazi wako hata ukiwa katika sehemu ulipo. Just remember your parents na kitu kidogo. Waheshimu wazazi wako. Okay. Modesta. Hivi nataka kupatia nafasi. Maneno ya mwisho sasa na usende utatuambia. Mimi sina la mwisho. La mwisho tu ni watu wa yani yani try. Even though you see you can see yourself you can't. There's nothing being yani hakuna vile unajiangalia hivi unasema hii maneno siwezani. Hakuna kitu inakujanga rahisi. Kuna hii wimbo inasemanga peke yangu sitaweza. Safari hukuanga ndefu. It's my song but nasemanga peke yangu mimi sitaweza. Ila tu Mungu anisaidie. Nimalize mwendo salama. So if you say you can't, who do you want to? You just have to try. Na uombe Mungu. Maombi ni kitu ya maana sana. Chanzo cha mwanzo wa kila kitu ni maombi. Because
Hivyo ndio nimekuja kurealize. When you know God na unamuomba, anafanyanga vitu zingine hata ujui alifanya aje. Even when there is a very hard situation, umekosa namna, atafanya jambo. So watu wangu, tafadhali, wanawake, wanaume wale mnaoa, mnaonanga wazazi wa bibi zetu hawatoshi kitu, wanatosha more than you can chew, because walikulelea huyo msichana, wamemweka akakuwa hivyo mpaka ukampata akiwa kipusa au kumpata akiwa na alama yoyote. Wapende, watiini, sababu unajua lazima uheshimu your elders, you want your life to belong. Tuheshimiane na tuombeane mema. That's all I can say, Kukurikund. Alright, asante sana. Wacha tuombeane mema kila siku na kila wakati. Amen. Learn to respect always, usiheshimu mnilosi wako wote. Wewe ukienda kuja pomo pata wajielewi, hivyo ndio walivyo. Wao ndio walizaa huyo mwenye uko na yeye. Just heshimu wao, wapatie heshima zao. Na wewe siku moja utakuwa utaitwa father in law, ama utakuwa father in law, one day one time. So ukienda pale hiyo familia vile umeipata, iheshimu. Basi patie familia vile umeipata, ipatie heshima. Kadhangu, respect to your parents. Hata kama wamefika mahali wanalewa mpaka wanachukuliwa na maji, usipige mzazi wako, kwa maana yeye ndiye amekulea kusaidia. Kumbuka siku moja pia wewe utakuwa mzazi pia, na wewe utachapwa jinsi ambavyo unachapa wazazi wako. Ile madharau unaonyesha kama ni mamako, siku moja pia wewe dadangu ama kijana wako unakuambia pia wewe utakuwa na watoto. Tuheshimu kupenda wazazi wetu, tuheshimu kupenda watu wetu, tuheshimu kupendana sisi zote. Ndio posa tuweze kuendelea tukisonga mbele na tuweze kusaidia kisasi kichao. Kwa maana ile kitu ambacho unafanya hivi leo, kesho pia ukifanya mwingine itakuwa inamwandama. Pia naye ataenda kufanya wengine. Kwa mfano, mimi nimefanyia mtu, kesho pia nitafanyiwa. Na yeye mwenye ananifanyia pia atafanyiwa. So itakuwa tu inashikamana tu hivyo kienda. Lakini ila tu kitu ambacho nakuomba mtu wangu unafai kufanya, tuheshimu wazazi, tusichape wazazi. Sijui mbona uchukie mzazi wako kwa hakuna kitu pale. I don't know. Why should you disrespect your parents? Mbona hutaki kuheshimu? Mbona hutaki kupatia heshima wazazi wako? Heshimu wazazi, heshimu kila mtu, heshimu kila mmoja, ndipo posa tukaweza kusonga mbele. Ukiheshimu kila mmoja, ukiweka heshima mbele yako, haya pasi na wewe utafanikiwa. Ila tu nikwambie kwamba hakuna dhambi kubwa na hakuna dhambi ndogo. Ile dhambi ambayo unaifanya hiyo anamchawi aue mtu, hiyo ni dhambi moja. Nakwambia kwamba unajua kitu ambacho kitatufanya tusije kwenda kule mbinguni ni kufanya dhambi. Ikiwa pasi utakuwa unafanya mazuri, nafanya mema, kesho pia na utafanikiwa. Mbali na kufanikiwa kwa hii dunia, haya pasi utakuwa umetengeneza njia ya kufika ya kupeleka pale mbinguni. Itakuwa sawa na itakuwa sawa salimini. Ni ndani ya Kisi Hot TV. Mimi naitwa Mtoto Dennis. Miongo 12:54 baada saa 6 alfajiri, tarehe 15 mwezi wa 10 mwaka 2021. Nakwambia kwamba huu mwezi unaenda mbio, kila kitu kinaenda mbio sana, lakini moja kwa moja hapa ndio tunaelekea kumalizia, and we want to almost kumaliza. Nataka tukiwanga tu saa 7 kamili nimalize show nimalize ile show ya kumaliza na kufunga, na tupatane leo jioni katika Happy Sabbath Preparations Day. Unajua kwamba usiseme kwamba siwewe si Mwadventista, no. Hata mimi kwetu si Mwadventista, lakini ikifika hiyo time tunaimba pamoja, we share together the word of the Lord. Kwa maana wiki mzima Mungu ametulinda, ametuwezesha. So pia wewe kama wewe ni mgeni katika ndani ya Kisi Hot TV, na kuomba mtu wangu subscribe. And make sure kama umeenda pale umesubscribe, umetumia watu link, ileta wageni. By the way, leta wageni. Mwandasa, leta wageni. Unapelekanga wageni wapi by the way? Sasa wao wanalia ati wananga data. Oh. Na. Wale watu
akina Peki lete wageni, watu walete wageni tunaposhirikiana kwa pamoja. So make sure you come with a vista, tuendelee kugrow pamoja ndani ya Kiss Hot TV. Kiss Hot TV ni TV ambayo inajenga watu, inainua talanta na kufanya mambo mawili matatu ndani ya nyumba. Asante sana. So wana aende kwenda utasori tumengiwa kwanu tusabirani, tupeleke kwake Mungu, tukimjipanga kuondoka kwenye studio zetu. Mimi siwezi sema kitu, ni ile tu tuombe Mungu atusaidie. Hii Kiss Hot TV iko na maneno tamu. And I hope and I request everyone mwenye wakisi wetu mahali mpo. Let us join hands together. Ikifika ni wakati wa mjadala, let us come here, we share our minds. Yes. Uzi utaweza pata kuna mtu alikuwa na depression mahali, stress imemchapa. Tumeongea hapa maybe kakitu kadogo tu hivi, within a second amechange mind yake, even though alikuwa afanye kitu mbaya. So wacha tuungane mikono, tushirikiane pamoja, tujenge Kisi yetu. Yes. Yeah. Peleke kwake Mungu rende. Nilikuwa naomba wewe msichana ufunge macho, watu wanaomba hapo, usipige kelele. Naambia sweetheart wangu hapa afunge macho. Haya, acha tuombe. Tufunge macho na tuamini, tuombe. Mungu Mwenyezi, mwenye huruma na neema, twakushukuru, twakuinua na kulisifu jina lako, maana wewe Jehova ni mtenda mema. Baba, umetulinda tangu tusaliwe mpaka wakati huu. Baba, oneni yale maoni tumeyatoa hapa yenye tumeyaongelea. Mungu, na ututie nguvu na utupe hekima na heshima kwa wazazi wetu wote. Tupe faraja ili tukaweze kujua tunayoyatenda hii Mungu. Baba, tushike mkono, tuonyeshe njia iliyo sahihi Mungu. Baba, naombea mafanzi wote wa Kiss Hot TV na watu wote Kisii nzima hivi. Na nisiposahau unaweka familia ya Pastor Peris kwa mkono yako Mungu. Baba, Peris aliyeiaga na anazikwa kesho, wanaosafiri na waweka kwa mkono yako Mungu, ukaweze kuwalinda wakisafiri, wasafiri vema Mungu. Mafanzi wote wa Kiss Hot TV naweka kwa mkono yako Mungu. Tuendelee kukuja hapa tukajadiliane na kusaidiana kiakili, kimaisha, ili tukaweze kuendelea mbele. Mungu, ona tunavyoenda kuachana, ukatume malaika wako akatulinde mpaka wakati mwingine tunapokutana jioni ya leo Jehova. Naomba hayo machache katika jina tukufu la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. 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 Kiesta Nyanduko mbona ukoboka? Hi everyone. Esther Nyanduko anaamka saa hii by the way. Nyanduko, unanipata? If you are there, say hi. Tena mara ya pili. Say hi 15. Esther Nyanduko korabo igongo tebege nteketekera. Mwe Esther Nyanduko siku hizi igongo muroche boli Mondesta? Hapana. Nilikuwa nishalala. Kwani hata siku muone. Esther Nyanduko pedhi uliendanga wapi? Najua ni vile kwanza nitatafuta Waro. Ni vile sina namba yake Esther. Nitatafuta Waro nijue what is not happening, sijamwona jana na leo. Na wengine wote. Esther Nyanduko umekuwa wapi? Watu wengi sijawaona hapa, hata PPC ukimuona mahali mwambie na mtafuta, sijamuona fotoni. Piti Poisani. Anaitwa PPC Kenya ama Piti Poisani? Sijui, kuna huyo alikuwa anaitwa aje. This guy aliniambianga ako na YouTube yake na nilishindwa, nilikasahau kusubscribe. I'm looking, nitawatafuta hao watu. Esther watu wakujange hapa ndani wengi. Nyanduko umekuwa wapi? Nitatoka hapa nikuache kama hujaingia tafadhali. Umekuwa wapi Esther Nyanduko? Are you getting me? Niandikie kwa comment, wewe ndio nimengoja niseme nimetake rest na nitoke kwenye studio. So I'm holding on because nataka Esther Nyanduko aniambie amekuwa wapi, kwani tusepata alikuwa na tatizo kidogo na tujui, ndio tufahamu hapa. Okay. So
This is Kisi Hot TV. Mimi inashikia steering kila siku, asubuhi, mjana, usiku na jioni na alfajiri. Ni Nyamto Dennis ama Kukurikuntu kipenda Kurutu. Kuna Kwani pale ulalangi? Sasa mimi niko hapo, singizi hayuko. Mimi saa 5 mtu akuja atapata nimeng'orota. Anyway, nataka Esther Nyanduku nimtegea tu hivyo, nikimalizia dakika moja nimekupatia, kama yupo nitakuwa namalizia. So nashukuru sana, nyinyi ni watu wangwana sana kabisa. Mwenyezi Mungu awashike mkono sana. Nilikuwa nazungumza nini by the way? Msubscribe and follow us on Facebook Kisi Hot TV FM and YouTube Kisi Hot TV. Pia noni nchiga ni mbote channel yani. Niko na YouTube channel yangu. Wala ambao mtasubscribe. Enda andika Kukurikuntu hiyo jina kwa screen, alafu ongeza TV. Ama andika Egesa 047 TV. Itakuleta tu hapo kwa Kukurikuntu TV. Yote ni sawa, yote ni same. Haina shida, haina noma. Yote itakufikisha hapo kwa Kukurikuntu. Iko sawa. Sijui kama Esther Nyanduko alienda, alisikia tukiomba akatoka, sijui ni network. I don't know. Because nilikuwa nimempatia time yake hapa simuoni. Si sasa kakirende ni token some grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. And amen and amen, amen and amen. Thank you very much for watch Kisi Hot TV. Thank you very much for being with me for 3 good hours. Thank you for being with me. Si bila nyinyi singeweza. Asante sana Modesta kwa kukuja. Asante sana kila mtu ambaye amekuja. Nilikuwa nategea Esther Nyanduku hapa niambia amekuwa wapi, sijui alienda wapi. Sasa tutapatana tena leo jioni katika Happy Sabbath. By the way, and meanwhile, nyinyi watu wazuri sana. Mungu awabariki sana. Mungu awaongezee nguvu. Mungu awasaidie kuwapigania kwa kila jambo. Tupatane kila siku katika ndani ya Kisi Hot TV. Na ile kitu nakwambia tu, tafadhali make sure kwamba, ama naomba mimi kama hapa Kurutu, tafadhali kesho kuto tuletee kila mtu mgeni wawili. Tuletee wageni wawili itakuwa sawa. Si ndio? Tuwe watu wengi. So leteni watu wengi, tuwe watu wengi. Hii ni Kisi Hot TV ambayo inajenga, the only TV that gives you the mature programs, that gives you the mature topics ama topics ambazo tunazungumzia, ama theme ama mada yenye ziko majua, zinafunza na kuelimisha jamii na kufundisha jamii ndani ya Kisi Hot TV. Asante sana. May God bless you so much. And wacha mimi niondoke. Bye bye. Mkwenu usiku mwema, asubuhi njema, alfajiri njema, hadi wakati mwingine tutakapopatana tena. Mungu awe pamoja na nyinyi. Bye bye.